Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Hot TV na mimi Papa Isaac LENARD, kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu siku zote. Hakuna zaidi ya wewe Baba wetu, kwa sababu tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwenye upendo na rehema zako zimejaa juu ya maisha yetu Baba yetu. Asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu umetuwazia yaliyo mema, asante kwa sababu umetuepusha na yale yote ambayo Jehova tungekuwa tuyapitie na tuangamie, lakini mfalme mwema wewe umetupitisha Jehova, na tunalishukuru jina lako la milele, jina lako la utukufu, jina lako lenye nguvu na jina lako la kuinua. Asante Baba yetu kwa sababu Mungu ni wewe tu uliyetufanya, uliyetukusanyika siku ya leo, ili kama Bwana tuweze kuwa hapa na kuinua na kulinua jina lako na kulisifia neno lako, kwa sababu wewe ni zaidi ya tosha. Hatuna mwingine zaidi ya wewe Baba wetu kwa sababu ya siku hii, bali ni wewe tu tumaini letu, ni wewe tu mwanga wetu, ni wewe tu tegemeo letu, na ni wewe tu egemeo letu. Baba wetu mwenye rehema, asante kwa sababu ya mtazamaji siku ya asubuhi hii, siku ya Sato Jehova. Tunakushukuru Jehova pia kwa sababu ya watoto wa shule za upili na za msingi ambao wameingia pale manyumbani, ambao wanatizama hivi sasa. Mfalme, tunawakabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu ya wale walimu pia ambao wako nyumbani. Asante kwa sababu ya yule mwalimu wa kiume, yule mwalimu wa kike. Asante kwa sababu ya wale magulamu wote na mabanati wote ambao wako manyumbani. Tunawainua mikononi mwako Jehova, na wote ambao Bwana hawaisi miili yao vema Jehova, tunawaweka mikononi mwako Jehova mwenye nguvu, ili kwamba uweze kuwa pamoja na wao, uweze kuwa tiba kwao, uweze kuwa kinga kwao, na uweze kuwa mfalme mwema juu ya maisha yao Jehova. Katika asubuhi ya leo tunakaribisha uwepo wako, tunakaribisha nguvu zako, tunakaribisha rehema zako, ili kwamba Bwana uendene pamoja na sisi. Hatuwezi kwenda bila wewe, bali Roho wako Mtakatifu ndiye tunayetuamani katika siku ya leo, ili aweze kwenda pamoja na sisi tuweze kufurahi kama Bwana tumekuwa pamoja na wewe. Asante kwa sababu ya kila jambo ambalo linaendelea kulitekeleza juu ya maisha yetu. Umetusimamisha, umefanya miili yetu kufanika kuwa dhabihu mbele zako, kwa dhabihu iliyo safi, na hilo ndio la tamanio letu hata katika siku ya leo mfalme mwenye nguvu. Asante kwa sababu utakuwa na sisi wakati wote, na tutaliinua jina lako kwa njia iliyo safi zaidi. Asante kwa sababu Mungu ya program ambazo tuko nazo. Asante kwa sababu ya mwimbaji wa siku hii kwenye mahojiano. Mfalme mwenye nguvu, tunamkabidhi mikononi mwako, kwamba Bwana uwe pamoja nawe yeye katika jina la Yesu. Ona wale yatima, ona wale wajane,
gani ambao wanatumainia kwako Jehova Nisi. Wape tumaini la kesho, wape tumaini la kila siku katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mwenye nguvu, tuangazie siku zote na tuweze kukuona wewe ukitenda makuu yako siku zote na milele. Amina, amina, amina. May the grace of our Lord Jesus Christ, may the power of our Lord Jesus Christ, may the spirit of our Lord Jesus Christ, may the holy host of our Lord Jesus Christ and our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who, and forgive us as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen and amen. Thank you so much kwa wale wote ambao unazidi kufuatilia papa hapa kwenye Kushiriki TV. Thank you so much kwa ule upande mwingine. Mungu awabarikie sana wale ambao mko team comment pale. Mungu awabarikie sana. Thank you so much Gethrit na Mali, yuko locked in. Tuko na Patrick Mushiri, yuko locked in so much. Thank you so much. Na tuzidi kufuatilia papa hapa kwenye Kushiriki TV. Niite Papa Isaac LENARD na kukaribisha zaidi kwa pambano la siku ya leo, pambano hili la siku ya leo. Ni siku kali kabisa ambayo kweli Mungu ameiandaa kwa sababu ya mimi na wewe tuweze kuzidi na kufululiza kabisa siku hii ya tarehe 17 mwezi huu wa 7 mwaka 2021. Mwaka unakamilika kabisa. Sijui umekaje, lakini ndugu yangu, dada yangu, mahali popote ulipo, mtazamaji mahali popote ulipo, sijui umeamka namna gani, lakini karibu sana ili tuzidi kuangaa na macho yetu tuyazidi kuyangaa hapa tu kwenye Kushiriki TV. Usibanduke, maana papa hapa ndipo unapata mambo mazuri zaidi katika hii first hour. Kama kawaida ni kwamba lazima tuwepo na neno la Mwenyezi Mungu la kufungua. Neno hilo la kufungua lazima pawepo na hilo neno, na kisha baadaye kutakuwa na mambo zaidi pale ambapo tutakuwa tukizidi na kufululiza moja kwa moja. Lakini usiondoke, kwa sababu leo niko na mgeni kwenye studio. Niko na mgeni kwenye studio, na pia mada ya siku ya leo, pia ukumbuke kwamba mada ya siku ya leo ni kuhusiana na nini? Hiyo utajua. Lakini nakwambia kama mada ya siku ya leo ipo hapo tu unapoingia kwenye hiyo stream ya siku ya leo. Leo nimeweka mada tofauti tu na ile amani historia ya Biblia katika siku ya leo. So it's very okay ikiwa kwamba uko pale na uko unazidi kufululiza siku ya leo. Mungu akubariki sana wewe ambao unazidi kuingia hapa, na Mungu akubariki, akuonekanie, azidi kukupambanukia na azidi kukuonekania siku zote uweze kuinuliwa katika jina la Yesu. Sijui kama uko locked ukiwa maeneo gani. I want to see those people ambao wako locked hivi sasa. Na Margate Road, sijui ako locked kutoka maeneo gani, lakini pale comment ako tisti kabisa na nazidi kufululiza. Naona kwamba yeye yuafuatilia sana na tunazidi kufuatilia. Tunaona kwamba ni kila nani wanafuatilia hata siku ya leo zaidi na zaidi. Vizuri. Lakini nilikuambia kwamba kwa kweli inabidi kwamba tuzidi kufululiza, lakini unajua kwa sababu ya mambo ya advert yamekuja hapa, lazima tucheze advert pale ili kuwe vizuri kwa mimi na wewe tuzidi kufululiza kwa pamoja, au sio? Ndio. Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour, na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Ndio, itakuwa ni baraka tele, na hiyo baraka tele imeanza saa hii asubuhi mwendo wa saa 11 zikiwa tu zimekatika dakika
9 tu baada ya mimi kuingia hapa, na nashukuru sana kwa wote ambao mmezidi kufuatilia hapa kwenye Kisi Hot TV. God bless you so much, ambapo kwa kweli siku ya leo ni siku ambayo hatujui tuseme nini, lakini inabidi kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huo umbali ambao anazidi kuteka anga hii ya Kisi Hot TV. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufululiza, na I wish kwamba tuweze kufululiza kwa kutuma ujumbe zetu, tuko maeneo gani, ili kwamba tuweze kupata haya yote. Lakini kwa hivyo licha ya kusema hivyo, ninakuambia kwamba siku ya leo ni mengi zaidi tuko nayo, lakini inabidi kwamba tufuatilie ili kuwe nzuri sana. Alright. Kwa sababu ya mambo mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, ningependa tu kukujulisha kwamba mambo ni mengi ambayo tuko nayo katika show ya leo, ambapo kwa kweli lazima tungangane haraka ili iwe vizuri kwako mimi na wewe tuweze kufululiza. Alright. Kwa daily verse ya siku ya leo, daily verse kama kawaida ni kwamba inatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 pale, ambapo inasema blessed is that man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. I want you to get this. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Unajua hapa kuna tofauti kati whose trust is in the Lord and whose trust is the Lord. Hapo I want you to get it clear kabisa, ili kama unajua tukifululiza hapa na mambo mos yakiwa yanakuja namna hii. Je, yakiwa namna hiyo, ni tofauti tu ya kiwitama, lakini tunazidi kufuatilia pale. Haya, tuweke pale ile hiyo background yetu kama kawaida, hiyo background, lakini lazima icheze. Alright, ikiwa pale naona kwamba anasema Pikes Kenya, watching from Pikes offices this morning. Thank you so much. Welcome from there as we are getting live kutoka papa hapa, and I want you to get onto this Bible verse ambayo inatuambia siku ya leo kuhusiana na suala hili zima kabisa. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Yani, blessed is the man who trusts in the Lord. Yani, amebarikiwa yule ambaye anamtumainia Mwenyezi Mungu, anamtumainia Jehova peke yake, and ambapo tumaini lake liko katika Bwana. So I want you to get this. Yani, liko katika Bwana, yule ambaye ameweka tumaini lake katika Bwana, na yule ambaye tumaini lake li Bwana tu peke yake. Yani, if you have that trust this morning, I'm telling you, katika siku zote unapofaulishwa katika mitihani yako, unajua mitihani si pengine, bali mitihani ni mingi sana kabisa. As we get onto this day, tunajua kama mitihani ni mingi sana, na umekumbana na mitihani mingi katika maisha yako. I don't know mitihani ni aina gani, lakini mitihani ni mingi ambayo kwa kweli siku zote unakumbana na hayo, unaposonga, unapoongea, unapokuwa umeketi tu, unapokuwa umelala tu. Mambo ni mengi nakwambia. Kabisa, mambo ni mengi sana. Patrick Mshida anasema kama good morning Papa Isaac Leonard. Good morning to you. Anasema hi to the Kisi Hot TV and the best of fans. Patrick Mshida channel wishes you well and I invite you to like and sub. Right, thank you so much. That is Patrick Mshida. Thank you so much. I want to tell you kwamba hapa tumesema kwamba whoever who trusts in the Lord, that is Jeremiah 17 verse 7 pale, ambao tumeambiwa kwamba whoever who trusts in the Lord and whose trust is the Lord, itakuwa kwamba wewe utakuwa unasonga,
Na huyu tu mwenyewe aliandika katika kitabu hiki cha Yeremia aliposema kwamba amelaniwa yule ambaye tumaini lake ni katika mwanadamu, kwa sababu unajua mwanadamu hawezi akatusaidia siku zote, wajua. Mwanadamu hawezi akatusaidia siku zote, so that is why we get to understand that our Lord Jesus ni yeye anatufanya tu kama tusaidike sana, tusaidike sana maishani mwetu, tusaidike sana tunaposonga, tusaidike sana. And huyu Mungu ametufanya kwamba wakati tumemtumainia, I want you to get this thing, wakati tumemtumainia huyu Mwenyezi Mungu, hakuna siku ambayo utakaposhushwa. Because when you trust in the Lord and when your trust is the Lord, yani you get to be lifted from one era to another era. Unakuwa ukisogeza kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. It's because the Lord Jesus is living in you. And you live in him. You've made him to be your father, and you've made him to be your master. In everything is making things to be all right. In anything you're doing, you are making him to be the first person to tell. Kabisa. Anakuwa kwamba ni wa kwanza kumwambia kila jambo ambalo linahitaji katika maisha yako. Kwa hivyo usilie, usinungunike, usiaibike, usibabaike, kwa sababu Mungu Mwenyezi yu tu akutazama. Mungu Mwenyezi yu tu akuangalia, anakuangalia kabisa. He knows you, and wherever you trust in him, whenever you put all the trust in him, anazidi kukuinua, anazidi kukubariki, anazidi kukushughulikia. Kama ni shida yako my friend, nakwambia kwamba anakushughulikia kabisa. Mwana team Sifa, sijui uko wapi sasa hivi. Una mnafuatilia kwenye team Sifa pale, wale watu wangu wa Facebook. Oh, God bless you so much. Ikiwa leo, ikiwa ni siku hii ambayo kwa kweli wale ambao mnanifuatilia kwa mtambo wangu wa Facebook pale, zidi kufuatilia kwa mtambo huo kama Papa Isaac LENARD kwenye page ya kwangu pale, uta search tu pale, utaweza kulike na tutaweza kufuatilia, na itakuwa ni nzuri sana. Alright, ni vizuri. Thank you so much for those who are viewing this morning, as we get to turn unto the person who is following this morning. And I want to pray with you, kwa sababu ninaelewa kwamba kuna watu ambao hatujafahamu kwamba tukiweka tumaini letu katika yeye, hataweza kutufaulisha, hataweza kufanya mambo yetu yaweze kwenda sawa siku zote. As we get to follow that, and our God ataweza kutufaulisha, na kwa kila jambo tutaweza tukainuliwa katika jina la Yesu Kristo. Sijui uko wapi, sijui neno hili limekupata ukiwa katika hali gani, sijui ikiwa pale kitandani, uko pale kitandani and you feel like you're so low, you feel like you're never the same, you feel like you're far from your God. Nakwambia siku ya leo katika asubuhi hii, hebu tuweze kumwinua Mwenyezi Mungu, hebu tuweze kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika hali zote. Is always with us, na amesema kwamba yeye yuko karibu na sisi, yuko karibu na sisi. Yuko karibu na wewe ndugu yangu. Usiogope, usibabaike na usiaibike, because our God is our God, and he will never leave us. Kabisa. Thank you so much, as we get right here on Kushiriki TV. Ile limekuwa neno la siku ya leo katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari ni wa pili pale, ama aya ni ya pili. Tunasema kwamba yule ambaye yomtumaini Mwenyezi Mungu, ambaye kwa kweli siku zote ameweka tumaini lake katika Kristo Yesu, ataweza kubarikiwa na kuzidi kubarikiwa siku zote, kwa sababu amemweka Mungu kama mwanga wake na ngao yake ya siku zote. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia papa hapa kwenye Kushiriki TV. Niite Papa Isaac LENARD, lakini kwa sababu hii ningependa kama uko unafuatilia pale, uweze kufollowiza this very morning show, ili tuweze kusidi kwa pamoja na tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu katika asubuhi ya leo.
Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD, kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Ndio, ni baraka tele katika asubuhi ya leo, nikitumai kwamba imekuwa pia baraka kwako katika asubuhi ya leo tunapokuwa tumepambazuka kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu tu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu tu katika asubuhi ya leo. Sijui unashika kwa wapi na sijui kama umebarikiwa na hilo neno katika siku ya leo. But anyway, I want to pray with someone ambaye kwa kweli amesema kwamba mimi ndugu yangu na feel I have to be in the Lord, ili kama nimtumainie Mungu, ili kama niwe nimehesabiwa kuwa mbarikiwa. I know you all know the opposite of a blessing and a cursed one. Ikiwa kama utahitaji kubarikiwa, basi njoo kwa Yesu katika asubuhi ya leo. I want to pray with someone katika asubuhi ya leo. Sijui uko katika hali gani, sijui kama wewe unasafiri katika mwendo huu, sijui kama wewe unafuatilia ukiwa maeneo gani, but I want to tell you my friends, my sisters, my brothers, kwamba tuzidi kufuatilia hapa, tutazidi kujua ni yapi ambayo Mungu Mwenyezi ameyakusudia katika maisha yetu. Kabisa. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia na kufululiza. May God bless you so much as we get in right here on Kushiriki TV. But anyway, let me just pray with someone kabla mimi sijaweka wimbo katika asubuhi ya leo, ili kama tuzidi kufuatilia hapa. Hebu naomba kwamba uweze kuomba nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako katika asubuhi ya leo. Ninaomba msamaha wa dhambi. Naomba unirehemu mimi mwenye dhambi. Katika asubuhi ya leo nimekukubali wewe, na nimetamani kukua katika baraka zako. Nimetamani kuwa mbarikiwa. Na katika asubuhi ya leo nimekupa maisha yangu, nimekupa moyo wangu, nimekupa nafsi yangu, nimekupa tumaini langu. Jehova, uniondoe jina langu katika vitabu vya mauti, uliandika jina langu katika kitabu cha uzima. Nipe pumzi njema, nipe Roho wako Mtakatifu, niangazie siku zote na milele ni kuabudu wewe katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utakuwa pamoja na mimi katika jina la Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. God bless you so much. Ikiwa kama umeomba ile ombi, sema amen. Na kwa kweli najua kwamba umekuwa mmoja wa wale ambao umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. I'm telling you, umeokoka siku ya leo na you have that energy ya kusema kwamba God, I'm blessed. God, mimi nimebarikiwa. God, now I have you in my heart, and this morning I'll never be the same. I'm telling you, you'll never be the same again, because wewe umekuwa kiumbe kipya tena, na wewe Mungu atakubarikia siku zako za maisha yote, ikiwa kwamba utatumainia kwa Kristo. Uende kanisa iliyo karibu hapo na uzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yako. Sawa? Ikiwa ni sawa, basi zidi kufuatilia. Niite Papa Isaac LENARD kwa mtambo wangu wa YouTube pale. Niite Isaac LENARD kwa mtambo wangu wa pale Facebook. Na ikiwa unataka kunifuatilia kwenye page yangu pale, niite kama Papa Isaac LENARD. Shukrani sana na zidi kufuatilia. As we get to thank our God this morning. Oh yes.
Kabisa. So nimekupa link pale ili kwamba uzidi kufululiza. Link iko hapo ili kwamba uweze kuingia pamoja na sisi this morning. Najua kwamba watu walikuwa online usiku mzima sijui, lakini siku ya leo, kwenye topic ya siku ya leo ipo pale ambapo tunasema kwamba wewe kama mtu ambaye umeokoka, unajua mambo na kuokoka sijui, lakini I want you to get this into you, lakini I want to get someone pale, sijui umeamuka vizuri na ikiwa umeamuka vizuri basi tuzidi hapa, lakini show program inavyosema ni kwamba sasa hivi kwenye hii first hour ni tuzidi kujua ni yepi ambayo tunastahili kuchangamkia siku ya leo. Lile ambalo tunastahili kuchangamkia siku ya leo ni hili ambalo tunaliita namna gani, lakini linanikula kichwa kidogo. Haya, naliambia liache kunikula kichwa leo. Yes, liache kunikula kichwa. Liache kunikula kichwa. Yes. Lile ambalo linahitaji tu tuliangazie siku ya leo ni kwamba watu walio kwenye ndoa wao hufanya mambo ya kula uroda. Hili ni jambo ambalo tunabidi tulizingatia siku ya leo, lakini ni vizuri watu wale ambao wako katika hali ya courtship pale, hali hiyo ya engagement pale, kushiriki ngono kabla ya kupatanishwa kwenye ndoa ni swali la siku ya leo, na ninahitaji mchango wako kama wewe ambaye unaendelea kufuatilia siku ya leo, unaendelea kufululiza ili kwamba tuweze kujua ni yapi wewe ambao unajua kweli yanastahili aweze kufuatiliwa sana. Ni lipi hili ambalo wewe unaona kwamba linastahili kufanya? Kweli ni vizuri wale ambao wako kwenye engagement pale waweze kushiriki kwenye ngono kabla ya siku yao ya ndoa. Jameni, hilo ndilo swali la siku ya leo. Wewe unahitaji hisia zako siku ya leo ili kwamba tuweze kufululiza. Unaweza kama wewe ni mtu wa team comment pale, unaweza comment in, na kama wewe ni mtu wa pale ambao unaweza kuzidi kuingia na hiyo link ili kwamba tuzidi kufululiza this morning, ili kwamba tumshukuru, tuweze kuzidi kupambanua mambo kadha wa kadha katika siku hii ya leo. You know that? Hivyo ndivyo kutaenda kabisa, tukizidi kufululiza na kufuatilia, na itakuwa inambariki nyoyo zetu as we get to follow. Sijui itakuwa namna gani, lakini I want you to get to this. Hey. Sometimes napokuwa na pambana pale na lugha inakuwa ni ngumu, lakini lugha lazima tuipambanue kwa njia iliyo nzuri. Ikiwa zimekatika dakika 32 baada ya saa 11 asubuhi, ukiwa na mimi Papa Isaac, sijui wewe wazo lako ni lipi, kwamba wewe unaona kwamba ni vizuri watu ambao wako kwenye ndoa waweze kuwa tu wanalinganisha tu na mtu ambaye yuko kwenye mahusiano, yuko kwenye courtship, yuko kwenye engagement. Yani ni vizuri yule mtu ambaye yuko kwenye engagement ashiriki ngono kama mtu tu ambaye yuko kwenye ndoa. Ni swali la siku ya leo, ambapo kwa kweli you give me that fact of yours this morning, zidi kufululiza. Na hivyo by the way, hivyo ndio mambo yalivyo. So I don't know wewe uko wapi. I want to get someone ili kwamba azidi kufululiza hapa ili tuzidi kujua wewe maoni yako ni yapi. Unaona kwamba ni vizuri watu wa engagement ambao wanaingia kwenye ndoa na watu wene wakane mahusiano ya courtship waweze kushiriki ngono kabisa. Kama mtu ambaye yuko kwenye ndoa kabisa, wewe maoni yako ni yapi siku ya leo ambapo kumepambazuka sana, tuzidi kufululiza hapa. Nataka maoni yako kwenye team comment pale.
pale, tumcomment mazetu, changamke. Pia wale watu ambao kwa kweli mtafululiza katika mpango huu mzima, ili muweze kufululiza na kutuma jumbe zenu, muweze kufuatilia papa hapa kwenye hiyo link, ili tuweze kufuatilia papa hapa. Itakuwa ni nzuri sana, itakuwa ni nzuri zaidi. Sijui link iko pale, right? Lakini nilivyokuambia kwamba nitaweka wimbo kidogo ili kama tuweze kuchangamka kidogo, kwa tunafuatilia kabisa, tunajua kwamba ni wimbo huu gani ambao nitaucheza katika asubuhi ya leo. Lakini nakwambia kwamba zidi kutuma ujumbe wako hivi sasa, na wewe ikiwa kama uko pale karibu, nimetuma link pale, unaweza kuingia nayo right away kama tuzidi kufululiza. Iko sawa kabisa, tukizidi kufululiza. I just want to play that song right away, ili kama nikirudia baadaye itakuwa ni vizuri kwetu sisi kuweza kufululiza, itakuwa nzuri sana. Usiende mbali because I'm coming right in a short while, ili kama tuzidi kufululiza papa hapa kwenye mitambo hii ya Kushiriki TV. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia, ambapo kwa kweli tutazidi kufuata hapa ili tujue kutaana namna gani katika siku hii ya leo. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Andua shida zangu, yeye anazitatua.
mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi bila Yesu mimi ni mtu. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Vizuri kabisa, wimbo ambao umeindoka kwa hewani ni wimbo wake wingi wake boss akisema kwamba Yawe wewe ni yote kwangu, hata nipitapo kwenye maji hata nigalikisha, hata kwenye njaa ila lugha ya mtaa wanasema kwamba mazee, hata kwenye njaa mazee mimi nitastahimili. I don't know, sijui unanipata ukiwa maeneo gani this morning, ambapo tunazidi kufululiza zikiwa zimekatika dakika 42 baada ya saa 11 asubuhi, ambapo leo tuko na mgeni kwenye studio mwendo wa saa 12 kuendelea, and we hope for the best. We hope for the best katika asubuhi hii ya leo. Usiende mbali, tunazidi kufuatilia hapa ili tuendelee kumsifia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale makomba wanazidi kuitutendia, na kwa sababu nimeambiwa hapa, kwa sababu wakati huu wote tutakuwa na lisali moja, tutakuwa tunazingatia wakati huu wote tutaongelea kuhusu topic ya hiyo siku, na baadaye by the way tulikuwa tuongelee hivi, lakini nimeambiwa kwamba ni change pale ilikuwa vizuri. By the way nitaleta tu kitu tofauti pale, ambapo ni mfano kwamba lazima nileta Biblia trivia, Biblia yani historia Biblia kabla ya mimi kwenda mahala pengine, ili kwamba tuzidi kufuata mambo ya Biblia. Kumbuka kwamba tuko katika kitabu cha Judges, tulianza kitabu cha Exodus pale tukasonga kitabu cha Kutoka, tulianzia pale mwanzo alafu tukatoka hivyo, tumesonga pale
tumesonga hivyo vitabu vyote, Deuteronomy, Leviticus yote. Tumefika sasa kwa Yoshua pale. By the way, tuko kwa Yoshua sasa hivi, na ikiwa kwamba hujawahi fuatilia hapa, ninaita kwamba Papa Isaac LENARD, jina ambalo liko hapa kwenye screen. Unaweza kunipata kwenye Facebook pale kwenye page yangu kama Papa Isaac LENARD, kwenye jina la Facebook pale kwenye profile inaitwa Isaac LENARD, na Isaac LENARD haiko active, so ujue hivyo. Lakini kwa sasa niweze kukumbusha kwamba siku zote unapokuwa ukisonga maisha yako ya wiki kwa Mwenyezi Mungu, I'm telling you kwamba you will have to grow if really you want Jesus to live in you. Vile tulivyosoma katika kitabu hiki cha Yeremia kama neno la ufunguzi, neno la tumaini katika asubuhi ya leo, tumesoma kwamba lazima uishi ndani ya Kristo na Yesu aishi ndani yako, na wewe tumaini lako lio katika huyu Kristo ambao umemkubali katika maisha yako, na pia umkubali zaidi na milele, kwa sababu atapokuwa kwako hautakuwa unanungunika kwamba mambo ni mengi, mambo ni magumu, mambo ni mazito, lakini utakuwa unamtegemea huyu Yesu ambaye ni tumaini la kila siku. Sijui wewe unapata ukiwa maeneo gani katika asubuhi ya leo? Sijui una hisia zipi katika asubuhi ya leo, katika mchango huu watu ambao tumesema kwamba wewe unadhani kama ni vizuri wale watu ambao wana plan ya wedding pale waweza kushiriki ngono kabla ya siku hiyo kufika, ama unaona nini vipi? Itakuwa namna gani? Watu wanakuwa kwenye courtship pale na watu wako kwenye mahusiano tofauti. Wewe unadhani kwamba ni vizuri watu wazidi kuendelea na mahusiano au vipi? Hilo ndilo swali la siku ya leo, ambapo tunakuuliza kama swali, ambapo mada hiyo tutaiongelea baadaye, lakini kwa sasa tutaingia kwenye Biblia ili tuzidi kufululiza na kuangalia ni yapi ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji tuyafanye. Lakini kwa sasa, kabla ya mimi kuenda pale, itabidi kama nimeweza kufululiza niweze kuangalia ni wao kila nane wako locked in right away kutoka kwa mtambo wa WhatsApp, kwa ile namba ambayo unaona hapo kwa screen ambayo inasema kama kuna watu wa WhatsApp pale inabidi kama tuwataje pale. Mtu wangu anaitwa kwamba Naomi kutoka eneo lile alisema kwamba she is coming back to Kenya. Naomi, she is in Qatar right away tunapoongea, so ako kwenye mpango. Mjana tumeongea naye akisema kwamba anafanyiwa mambo ya kupimwa, mambo ya masuala ya corona pale. Unajua corona sasa hivi imeangamiza kila nchi, kila pembe inasumbua. Kwa hivyo akasema kwamba yeye atakuja siku hiyo ingine wiki hii tu, ambapo ni hii Sunday. Tunangojea sana tunamngojea. By the way, tuzidi kumwombea dada yetu, kwa sababu alihitaji maombi yetu kama team Sifa pale WhatsApp. Hiyo group najua kwamba tunafanya jitihada zote ili kuhakikisha kwamba ndugu zetu, dada zetu wako salama. Pia Triza yule wa London ambaye pia yeye anafanya kazi pale Qatar, pale Saudi, yeye anarejea nyumbani. Ikiwa anarejea nyumbani, we need to pray for her, tumkumbuke tu kwa maombi anaporejea hapa Kenya. Pia na mpango wa kwenda nchi tofauti mbali na nchi ile ya Qatar. Thank you so much wale wote ambao mnazidi kufuatilia hapa. Baba yangu Papa LENARD Goka pamoja na mam Ruth LENARD nasema kwamba yuafuatilia sana kwa mpigo. Inakuwa ni nzuri sana. Thank you so much. My parents are just najua kama kuna baraka ambayo uko nayo katika maisha yako, it's your parents. Hao ndio baraka ambayo unaweza kuwa nayo maishani. That is the only blessing you'll ever have in your life. So mimi sioni shida kumtaja mzazi, and I wish that ikuwe hivyo hata kwa wewe ambao ukifanikiwa. Sometimes remember your parents. The people ambao wamekufanya uwe mahali uliko, like a day like today and the days to come. So anyway, for those ambao unafuatilia sasa hivi katika mtambo huu wa YouTube kwenye Kushiriki TV,
Karibu sana tuzidi. Haya, tuangalie kwenye Biblia siku ya leo, ambapo Biblia leo hii tutaangalia katika kitabu hicho cha Waamuzi, katika kitabu hicho cha Waamuzi kwa Kiswahili. Niliambiwa juzi kwamba usikunjane uso sana, ni kama umekasirika. Hapana, unastahili kuwa umefurahi. Na mimi nimefurahi tu kwa sababu ni show ya gospel pale. Lazima tuwe una smile hata kama kuna kanjaa, hata una smile hata kama kuna kama wazo fulani. Hata kama umekasirisha pale ukitembea, hata kama kuna kukasirisha kwa baridi sasa hivi asubuhi. And by the way of late, I got someone akiendelea kuomba. I was very much happy. Nimeona hiyo kwenye status ya mtu leo asubuhi, nimecheka sijui nini, lakini ni hali tu ya maisha. By the way, those people, they were just praying and they were remembering, walikuwa wakikumbuka mtu, they were remembering someone in prayer kwamba apate jiko apata jiko so that asikuwa nasumbuana. Sijui kama mimi nikipata jiko nitakuwa nasumbuana hivi, because hii baridi nasumbua sana. I don't know kama wewe baridi na kusumbua sana. Wiki hii Kisii County nakwambia. Tutakuwa hapa tukilialia mambo na baridi sana. Sijui kutandaje, lakini ni sawa. Tutazidi tu kukuangalia tu ya baridi. Wewe baridi umetusumbua sana. Tuangalie kwenye Biblia hapo. Kuna zikiwa zimebaki dakika 10 tu itimie mwendo wa saa 12 asubuhi, ambapo kutoka hapo tutakuwa tukifululiza tujuni yapi ambayo tutakuwa tukiafanya katika asubuhi ya leo, katika siku hii ya leo. Lakini I want to it's a small story about this man called Gideon. I want you to get that. It's about Gideon. Na Gideon, by the way, alipata ushindi na watu wangapi wajua? Watu 300. Gideon and his 300 men ambao walipata ushindi. Yani ushindi ambao unakuja zaidi ya watu ambao walikuwa kupigana na wao ni wengi sana, ambao walikuwa ni wengi sana. You know, a multitude. Lakini Mungu alimwambia, mimi si Mungu wa watu wengi, mimi ni Mungu wa watu wachache. And win with the few. And really he won that fight. They just went home as victors. And that is why tunakwambia kwamba you are a winner. You are a winner. You are a winner. You are a winner. I'm telling you, you are a winner. Nobody can be compared to you, because you are more than a winner. You're more than a winner in Christ Jesus. So usiku na kumbuka alafu naanza kulia. Usilie jameni. You are a winner. You are a winner. You are a winner. A winner. A winner. You are a winner. Wewe ni mshindi. Yani hata nikisema tu wewe ni mshindi nastahili kusema amen. Amen. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Wewe ni mbarikiwa. Wewe umeinuliwa. Wewe umetakasika. Wewe umeponywa in Jesus name. Hallelujah. That is amazing. Kabisa, I know that you are one of the blessed men in this place. And let us get to the Bible kabisa, tukijua hii story ilikuwa namna gani. Unajua ilikuwa ni wakati wa Midiani walikuwa wanasumbua sana. And now huyu Mwisraeli ambaye anaitwa ni Gideon. Do you know what is happening here? They are all fighting men of Israel, and the men bending down or are taking. Najua, yani God can actually give you a small test. Unajua what makes me happy ni wakati
anachagua wale ambao walikuwa waingie kwa kikosi kile cha kupigana. Na Mungu pia he wants those people who are active. Hataki watu ambao ni malalia masikio. Walalia masikio, nasikia kisiwa nasema bantu bakurarira mato. Yeah, watu ambao wanalalia masikio kwa that's direct translation. Watu ambao wanalalia tu, wanalala tu kwa Kiswahili. Kiswahili tunasema watu wanalala tu, lakini kwa Kisii tunasema watu bakurarira amato. Ine dictionary yake Kisii pale nyumbani. Alright? Yeah, so tunasema kama watu walikuwa wengi. And do you know how many they were? Jehovah tells Gideon to get an army. So Gideon gathers 32,000. Just imagine 32,000. 30,000. And this army, they are going to fight 135,000 men ambao wako katika ile nchi nyingine ambao wanasumbua wana wa Israeli. I want you to get that. Au ni wa Midiani, the Midianites. So walipokuwa wakichaguliwa, but actually then before, watu wangapi walienda nyumbani? Watu 20,000 walienda nyumbani, wakabaki wangapi? 20,000 kweli walienda tu, alafu wakabaki tu hao wachache. So the test ambayo ilikuwa imebakia ni ile tu ya kwenda mtoni. Walipokuwa wakienda mtoni, he just tested them kwamba ni nani yule atakuwa anakunywa maji. Akiwa anakunywa kama ng'ombe. Unajua ng'ombe anakunywa maji kukunywa tu, angalii juu. Yani lazima akimalizia hata inua kichwa. Lakini unajua alikuwa anakunywa ile ambaye alikuwa anakunywa maji kama the cat. The very wise animal ambaye kwa kweli, yani kuna mnyama ambaye yeye sijui ana hekima, tumseme ana hekima ya kutosha. So you see, so wakati huo wote wengi wao walikunywa maji wakiwa wameinamisha vichwa ndani hivyo, wanakunywa maji hadi wakimaliza ndio wanainua kichwa chao namna hiyo, kwa sababu hiyo ndio time watakuwa na uwezo wa kuinua vichwa. Lakini God told Gideon, unajua ni nini? Kuna watu hapa ambao wako na akili. Kuna watu hapa ambao wako na akili. And by the way, I'm telling you, if you've realized that if really you have God in your life, hatutakuwa nasumbuka, because he lives in you, you lives in him, and you get to move kabisa. You see, so ikapatikana wote wengi wao hawakushika hiyo, walienda tu wakaenda tu. But you know, these people ambao walibakia walikuwa ni wangapi? 300 peke yake, akabaki na 300. And na kwa hivyo akawapa tochi na empty jar, akawapia na trumpet. Kwa hiyo walikuwa niitumia kupiga tu, kupasha tu sauti, ili kwamba mtu ambaye alikuwa mbali isikize na itakuwa vizuri. So ilikuwa vizuri tu, wakifuatilia, wakifululiza, na mambo yalikuwa yanaenda vizuri tu. So as they were following that way, ikakuwa kwamba they just fought those 135,000. Just imagine 135,000 wakakufa tuku. Now they didn't do anything big. It's only that they followed the instruction of God. They only follow the instruction of God. Na siku zote ni mimi nikwambia, being obedient can lead you to a very successful place. I'm telling you, if you be obedient, people don't move. People don't get that blessing.
People are not actually, they don't have that grace because they don't follow small few instructions about God. Hatufuati Biblia inavyotuambia, hatufuati Biblia inavyotuelekeza. So you find that in all that time unapata tuko kwenye shida. But let me just tell you, walizunguka pale mara 7 na pale kuta za Yeriko, kuta za pale tu walizunguka pale tu. They confused them. So when it's about midnight, they all gather around the camp of enemy soldiers. Then at the same time, they all blow their horns and break their jars and shout, Jehovah's sword and Gideon's. When the enemy soldier wake up, they begin to run and the Israelites win the battle. Even too, God can make your enemies run if you really follow that instruction. I'm telling you this morning, katika asubuhi ya leo, God will make your enemies run if you are persistently following what the Lord your God is telling you. Ikiwa unafuatilia kila ambacho Mwenyezi Mungu yu anakuambia, siku zote utazidi kufululiza, utazidi kuinuliwa, utazidi kubarikiwa, utazidi kufanya kila kitu ambacho unahitaji, because your God is living with you. Your God is living in you and he will never leave you alone. He will never leave you. He will never forsake you. He will never leave you. He will never forsake. Yuko na wewe, futa machozi. Yesu yuko na wewe. Sometimes wakati uko kwenye shida and then you have to call unto the Lord. Unamwita Mwenyezi Mungu, anamwambia Bwana, mimi niko karibu na wewe, niko na wewe, sitaangamia nikiwa na wewe. Imekatika tu dakika moja baada ya saa 12 asubuhi. Yani unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba niko na wewe, siku ya leo niko na wewe, maisha ni Mungu, niko na wewe. Nitamwangalia mnani? Nikiangalia popote, siangalii mwingine, bali nakuangalia wewe Kristo uliyesulubishwa katika Kalvari, ili kwamba mimi nipate uzima uliotele. I don't know wewe. Sijui wewe ndugu yangu, dada yangu. I don't know. But kila ambacho ninaamini, lile ambalo ni tamanio la kwangu papa hapa, naamini kama Papa Isaac ni kwamba yuko na wewe. Egemeo langu Baba, wewe ndiye tumaini langu siku zote za maisha yangu, na kutumainia wewe ambao ni ushindi wa maisha yangu, ushindi uliotele. And for real I'll never be the same. For real I'll never be the same. I will never be the same. I repeat, I will never be the same. I will never be the same in Jesus' name. Kabisa, zidi kufululiza papa hapa kwenye Kushiriki TV. Ikiwa una mchango wote ambao ungependa kutuma kwa njia ya SMS, tuma tu mchango wako kwa SMS 0758253748. Vile vile kwa mchango wako wowote tu kwa njia ya hapo, kwa mfano yule ambao unatizama show inakupelekaje kwa hawa wana wa Israeli waliweza tu kushinda hivyo. Just SMS useme tu ni lipi ambalo wewe umeweza kulipata katika asubuhi ya leo, itakuwa ni nzuri sana. Thank you so much kwa wale ambao mnazidi kufuatilia
kutoka kwa mitambo tofauti tofauti pale WhatsApp, hapa kwenye YouTube, pale Facebook. God bless you so much as you get to follow, na Mungu azidi kukunemesha kwa ukuu wake na kwa sababu ya baraka zake za milele. Hebu niweze kufuatilia, niweze kujua kama mwimbaji wetu yuko pale, ili aweze kutupa tuweze kujua historia yake kidogo tu, tuweze kujua yeye ni nani na historia yake kidogo, at least ikiwa kama umemkaa sasa hivi, I think itakuwa ni nzuri kwako, itakuwa ni nzuri kwako. Ikiwa nafululiza bado niite Papa Isaac LENARD. Kama unahitaji kuongea na mimi kwa mtamba pale wa WhatsApp, na pia ukiongea na mimi kwa njia ya M-Pesa si mbaya, itakuwa ni nzuri sana. Haya, nipate hapo. Nambari ya simu iko pale. Wanasema Team Paybill iko pale. Yeah. Anyway, let me just check on this lady kama yuko karibu, ili tuzidi kufuatilia tujue kutana namna gani. Thompson naona pale yufuatilia na watu zaidi. Ya, nazidi kuangalia hapa kama nitampata ikiwa yuko pale online tuweze kuzidi. Leo hii nikukumbushe kwamba nimerejea Kenya leo hii, ili tujue vile tutafanya mambo yetu. I don't know why the phone is troubling me. Sijui mbona inanisumbua leo sana, lakini I'll get to tell you what to do. Ndio lazima tuwe, Mungu amesema lazima tuwe werevu ajabu. Lazima tuwe werevu. Kwa hivyo lazima niwe mwerevu katika asubuhi ya leo, so that we get to connect na huyu dada yetu wherever she is. This morning tuweze kujua kama anajaja hapa, itakuwa ni nzuri sana. Yeah. Ona pale kuna tatizo mama na mitambo kidogo tu, narejea kwako. Sitatizike tu, usiondoke because ni mambo ya mitambo kidogo. Ni kawaida tu tufahamu hiyo ni kawaida. And let me just play this ili kama tuzidi kufuatilia. Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD, kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour, na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Ndio, ni baraka tele, tukizidi kufululiza, tukizidi kufuatilia, ikiwa sasa ni second hour, tuweze kujua ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika siku hii kabisa. Kwa minajili ya wewe ambao unatizama, thank you so much kwa kuweza kufuatilia, na God bless you so much kabisa. All right, let me just look for this lady shortly, ili kwamba tuweze kujua anajaja hapa saa ngapi, ili tujue tutafanya namna gani mambo yetu siku ya leo, tusiangamie. Unajua tukiangamia itakuwa nzuri. Itakuwa ni nzuri wakati tunazidi kufululiza hapa kwa njia iliyo safi. Haya.
Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia hapa. Ndio maana watu walilala sana kidogo leo, watu walilala sana, naelewa tu, lakini thank you so much kwa sababu ya kuingia katika mpango mzima wa sifa na ibada kwenye Kisi Hot TV this morning. Ikiwa zimekatika dakika 8 tu baada ya saa 12 asubuhi. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia hapa kwenye Kisi Hot TV. Mungu azidi kuwaneemesha, Mungu azidi kubariki. Yani sijui niseme nini, lakini tu ni yote tu ninashukuru kwa sababu Mungu ni mwaminifu na anatupenda wakati wote. Unajua Mungu huyu ametuvusha mahali tu tunatarajia kwamba tungevuka, ametuepusha na mambo mengi sana. Kwa hivyo inabidi kama tuzidi kumuinua na kumsifia kwa sababu yeye yu zaidi ya tosha. Na mambo yote ambayo tunayafanya siku zote inabidi kama tumjulishe baba yetu ambaye yu anaishi mbinguni. I don't know tukizidi kumungoja, lakini sasa hivi katika hii hawa ningependa tu kwamba tuzidi kuangalizia swala hili zima la masuala ya ikiwa kwamba wewe ni mtu wa kwangu pale unafuatilia pale ikiwa kwamba mimi papa Isaac Leonard nataka tu nifanye harusi, na kuna yule binti wa kwangu ambaye tuko naye kwenye engagement, tuko naye kwenye masuala ya, unajua mambo ni masuala mengi sana. Kuna engagement, kuna pia courtship pale, na tunaaminiana, tunajua kwamba tunaenda kufanya harusi. Ni vizuri tushiriki ngono kabla ya siku hiyo yetu ya kufunganishwa ijafika. Sasa ningependa tu uweze kupiga simu papa hapa kwenye stream hii ambayo nimekuwekea hapo. Your stream ambayo nimekuwekea hapo, tafadhali ifuate so that tuweze kujua maoni yako ni yapi this morning, because we want to know kwamba ni vizuri ikiwa kama ni vizuri basi tuweze kujua kama iko vizuri. By the way, mtu kama mimi nitaanza kufanya hivyo because kama haistahili basi itakuwa kwamba umetupa maoni yako na imekuwa nzuri sana. Yani katika sifa na ibada ukiwa na mimi papa Isaac Leonard, zidi kufululiza katika asubuhi ya leo ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu right away. Thank you so much. Tukiwa tunamngoja yule mwimbaji wetu katika siku ya leo. Najua kwamba mambo yatakuwa ni mazuri siku hii. Usiondoke, nakwambia ndugu yangu, dada yangu, tukiwa tunazidi kufululiza katika hawa hii, the second hawa ya kubarikiwa, hawa ya kuzungumza. Wewe ambao unafuatilia, kindly just get in. Oh my friend, kindly si nzuri vile. Haya, tuzidi kufululiza pale ili tuzidi kusonga, itakuwa ni nzuri sana. Haya, naona mwalimu Boniobutu yu anafuatilia sana, Mr. Benjamin, Mr. Brodadius, kuna Maureen, kuna Cynthia ambaye hivi karibuni yu anafanya harusi, yuko kwenye fungate za maisha pale in a few days. Kuna Kevin Wanyama, kuna Lydia, kuna Kevin Getengereri eneo lile, thank you so much. Kuna Kamau, kuna Susan Ondoro, kuna Maureen Kefa, kuna Shege, kuna Vanis Komboka, kuna Kevin Barongo, kuna Kimani kutoka Jogo, kuna Paulo Mchesi yu anafuatilia sana, kuna Daisy, kuna Delphine Makori, kuna Laban, kuna Haji Alex, kuna Sylvia, kuna El Shaddai, kuna Auntie Divina, kuna Alois Pastor Alois toka eneo la Gisabakwa. Thank you so much for getting right here. Kuna mwingine kama Yukabeth kutoka eneo la Nairobi. Kuna Israel kutoka DR Congo, Israel Pastina. Yeah, thank you so much. Kuna Nancy kutoka eneo la Ikoba pale. Kuna MD Pauline ambaye kwa hivi sasa yuko na shida na mume wake, sijui kama amepona, lakini tutajua. Kuna Julie, my deskmate. Tukasema tu my deskmate tukiwa tu kwanza classmate tu. Tuseme tu inaitwa semester mate. Tulikuwa tukisoma pamoja. Yeah.
Julie, and we have Florence kutoka eneo la daraja moja. Sijui daraja moja ama daraja mbili, I don't know, but what I'm seeing here is daraja moja. Oh yes. Huyo mwingine anaitwa Sis Esther kutoka eneo la Riana. That is Riana ward. Kuna Judith Monari kutoka eneo la Nsuneka. Tuko na mwingine pale Elda Ezekiel kutoka eneo la Nakuru. Kuna Thompson pale 254. Yunafuatilia sana. Tuko na Angie kina Simeon. Tuko na Damaris kutoka eneo la Ikonge. Thank you so much. Tuko na Zach kutoka eneo la Mwembe. Zach is a comrade, is a fellow. We have Dave, we have Dolphin by ni dada binamu tu. Kunayo brother Wycliffe Barongo pale yofuatilia. Kuna Shadrack kutoka eneo la Sudeka. Kuna Sharon Angweni, kuna Miriam, kuna Alice, kuna Joshua Mweri, kuna Mushiri, kuna Evans, kuna Naomi kutoka eneo la Jogo, kuna Bahati, kuna Hizi, kuna Angela kutoka eneo la pale Mwembe. Tuko na Damaris, tuko na Pastor James kutoka eneo la London yunafuatilia. Tuko na Mr. Moturi na tuko na wengi zaidi kama Faith Onkendi. Thank you so much kwa wote ambao mnaendelea kuzidi kufuatilia this morning, zidi kufululiza. Niite Papa Isaac LENARD, tunazidi kufuatilia papa hapa. Niko hapa papa. Alright, msana niambia kwamba naingia pale. Haya, tunangoja hiyo kijana aweze kuingia. But anyway, I'm following tuweze kujua kama huyu dada yetu ataweza kuingia kwenye mtambo siku ya leo, ili kama tuzidi kuweza kuongea mambo mengi mawili matatu pale. But I know our God is a living Father and will never disappoint us, kwa sababu alikuwa anajua this plan then na kiwa alikuwa anajua hivyo, basi inabidi kwamba tuweze kumkumbuka Mungu wetu na tuweze kufululiza katika hali zote, and everything will be alright. Haya, Thompson anasema kama good morning bro, good morning to you my brother, morning sana. Zidi kufululiza as we get to thank our God this morning, and as we get to thank him for his mercy, his love and his everything. So thank you kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia. Kumbuka kwamba unanipata kwa njia moja nzuri sana kutoka Kisi Hot TV ukiwa na mimi Papa Isaac LENARD. Thank you. Sijui tutakuwa tunangoja huyu dada yetu aweze kuamuka, tuweze kujua kama atakuwa hapa na tuweze kujua kutaendaje, because lazima tujue. This is a Kenyan musician and she's from this area. She's from Kisii County. I know. Nataka tuunganike na yeye so that tujue vile tutakuta aina siku ya leo, because we want things zero straight. By the way, kwa siku zote kama hujaijua, sipendi vitu zina combo sana. Sana. Kwa sana I don't like that. I don't like that. So eri vitu ziende vizuri vile inavyohitajika, so that we get to know kutana namna gani, because itabidi kama tumefululiza in this morning tuweze kujua kutana namna gani. And I know kwamba kutakuwa kuzuri. Usiondoke. This is Kisi Hot TV.
Ndio hivyo, zidi kufululiza, zidi kutuma ujumbe zenu, na ikiwa kwamba ungependa kuingia ili tuweze kufanya maongezi right away, Thompson 254 na kungoja hapa. Pale PX Kena na kungoja hapa, Gertrude Namani na kungoja hapa, Patrick Mshiri na kungoja hapa, tuweze kufululiza, itakuwa nzuri sana. Na ngoja watu wawili watatu pale tuweze kuingia papa hapa ili tuweze kujua what to do kwa sababu ya hali ya siku hii ya leo. So sijui. Haya, tuangalie pale. Some minutes ago. Alright, zimekatika dakika 19 baada ya saa 12 ya asubuhi. So ikiwa unatupata kutoka maeneo yote, zidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, zidi kumshukuru kwa sababu ya kutufanya tuwe katika himaya hii tuwe katika siku hii, ni kwa pendo lake la agape kabisa. Kama sio wewe tungekuwa wapi? Ndio mambo yetu ambayo tunatumaini kila saa na kila wakati. So wherever you are, just know, kama sio yeye tungekuwa wapi jameni? Naona 254 yuko pale, amefululiza ndani. Tujue kama yuko hapa. Vipi? Brother Thompson 254, habari ya asubuhi. Thompson pale, sijui. Thompson, unanipata? Ajes bro. Poa sana, labda uliko baba. Unatatizika kimitambo naona pale, so sija kupata vizuri, so ni kama unatatizika mambo na kimitambo pale. Lacha kuja vizuri, tutazidi kufuatilia naye. So I'm waiting for some few men here. Nimeona amekuja vizuri. Thompson. Mitambo inatatiza sana. Wacha angalie mitambo ya kwake na kisha ataingia, because mitambo inatatiza sana. Patrick na kutaka hapa. Patrick, just call right here. Tuzidi kufululiza. Kina Gertrude pale leo sijaona Gertrude. Sijui ni kwa nini, but tutajua kuliendaje na kunani. Ili tuweze kujua. Haya, actually this is to make you, ili tuzidi kujua. Actually the progress is kwamba Mama tafana advert this week probably, so that tutakuwa na yeye this week, tuweze kujua kutana namna gani. Lakini kwa hii leo tuko na mwimbaji ambaye hivi sasa I'm yet to know kama anaingia ama iweje this morning. But to inform you kwamba Mbarambamba is going to be here live in the coming week, probably the coming week. That is a promise kwamba atakuwa hapa the coming week. Wacha kwanza atakuja atengeneza advert ambayo itakuwa ina run this all week. So ikiwa kama utakuwa unafuatilia, unafululiza hapa, itakuwa ni vizuri tukiwa tunafuata sisi wote, you know. Ndio hivyo. Haya, sasa sijui niseme nini, because hapa pia inatatizika na swala la
Interneti inasumbua, lakini nitajua kunani because kunadi mambo yangu hapa, nijue vile kutaenda. Haya. Ananiambia kwamba network home ni shida bro. Thompson anasema kama network inamkataa sana, lakini nimeona dada yangu yuko online kabisa, yuko online. Yu atafuatilia sasa. In a short while, let us wait for the lady. Patrick Michelle anasema kama niko ndani. I want your views on the topic ambayo nimeisema leo, by the way. Sasa sijui kutanaje leo, hata hakuna mtu amechangia kwenye topic, na ikiwa hivyo inabidi kama tutachukua wakati mwingine tena kurudia the topic. All right. Sijui mbona tatizika hivi kimitambo. Iko sawa sasa, iko sawa kabisa. Tunangoja huyu dada aingie hapa. I think ni kama Pius ameingia hapa. Yes, good morning Pius. Good morning, Isaac. How are you doing? Very okay. Labda uko sawa? Yes, I'm not sure if I am audible on your side. Yeah, unasikia kabisa. Very much audible and clear. Sijui mmefikisha wapi, nilikuwa nimepotea kidogo. Yeah, tulikuwa tunauliza ikiwa kwamba ni vizuri mtu ikiwa kwamba yuko kwenye mahusiano ya courtship, engagement, kushiriki kwenye mambo hayo mengine ya ngono kabla ya ndoa au vipi? Raising my own point. I don't know. Are you hearing the echo? What is wrong? The echo maybe okay, the echo una au mute. Nime turn off, zile zingine zilikuwa on. All right. Yeah, it's clear now. I think so. All right. So you can give your views on the same, ili tuone kutana namna gani. Wewe kwa maoni yako unaona vipi? Yes, personally, first of all is to greet you all, those who are present, those who are in the listening, and yani najua Kiswahili lakini siwezi kuongea Kiswahili kwa maneno mengine, so just bear with me if I mix up the whole stuff, Right. because I'm not very much eloquent in Swahili, even though I'm a Swahilian still, you know? Yeah. All right. Hili huwa inakuwa ni gumu, sijui kwa nini. Yeah. Nevertheless, I think, and this, and actually, according to the investigation done, those persons who were married before they had intercourse, before they had how you call it, before they had sex and so forth, it is proven that they are the most of surviving people, you know, in marriage. But it is very difficult to explain to today's generation that sex without marriage. Actually, I just connect it, you know, direct to the scriptures, to yani kutokana na maandiko ya Biblia, you know.
having sex without marriage, it's itself wrong. It's wrong. It's wrong. Uh, it's wrong because, first of all, when you when you you're going actually against your, how you call it, yani unajipaka uchafu wewe mwenyewe, yeah, you're sinning. Okay, you're sinning against your body. Yeah, it might sound rough because nowadays it's rarely people speak about sin or talk about sin, but I'll just be straightforward that, first of all, you're sinning against your body, before actually you sin against the other. And yes, I understand that these persons are in courtship. Yes, you're dating and you're working together, but that doesn't mean that you're husband and wife. Just to be clear, sex before marriage, it's only left to your mother and your father, who are already married, who are into the marriage and who are living together. So if you're not, I mean, if you're not really married, like your parents who have given you birth, who are already sleeping together, doing their issues together, yani kuongelea sex utaiongelea tu kama sex iko Amerika na wewe uko Kenya, lakini sex before marriage, a lot of people think it is okay. It's okay. And some of them might think it is okay because they are still together. They are living together. Yani waliingia huko kwenye kichaka, wakafanya mambo yao, wakaingia huko kwenye Sara, wakafanya mambo yao. Yani Sara meaning napier grass. I don't know inaitwaje kwa Kiswahili. Ama wengine wanasema walijuliana kwa shule wakiwa class 6, class 5, class 2, wakaanzia hizo mambo zao na sasa wamebarikiwa na watoto hivi. Kama mumekaa, it's okay, but still, lastly, it is good that you really you get a blessing before you enter into that act, because it is a holy act. It's a holy act. Yani hapo mnashikana hivi mkiingiana, msichana na huyo mume wako, unajua nobody is supposed to interfere with that process and nobody can separate you. Yani hapo ndipo inakuanga, it is a very risky position to take, because that is a very serious, you're entering into something you call intimacy, institution, and marriage is instituted by Christ. Yani sitaki kuongea sana because najua maybe kuna wengine wako na maoni zao, but just to be true, on my opinions, I will encourage for those who are actually dating and in courtship, because what I hear these days is that, the girls, some of the girls are just too hot. They don't want to wait, they can't wait. And the guys, but I can assure you and I can tell you, if your man is not ready to wait for you, you can tell him to go ahead. Tell him to go ahead and to go his way. And if your girl is not ready to wait for you, sometime even to finish your Form 4, to finish your studies, to graduate, because you just want to have a taste of what it is, you can tell them to go ahead, to go away, to walk their way. And, there must be someone waiting for you and someone you're waiting for, because haraka haraka Mswahili alisema haina baraka. And at the same time, let the best gold is tested by fire. Let that fire, yani tunajua unachomeka, yani uko kijana umejawa na ujana, sometimes sleeping is difficult, waking in the morning is difficult, but bear it. After your great perseverance, yani utazaa mazao yenye baraka na mazao yenye yatadumu. So do not rush, there is no rush. Yani hii kukibia utachomeka
hapo tu katikati, yani meaning you'll burn out so easily. Wanasemanga that this journey is not for the swiftest, ati wenye wanadhani yani wenye wanakimbiaga kama Usain Bolt fast maliza. It is those who take time and walk step by step. Hiyo kukimbia kibia, na unaona watu wa crash, and that is why these days unaona watu wanaingiana sikubiri tu kujuana kwao ilikuwa ati kujuana ni sex, yani kama tunapendana ni sex, kama tunajuana ni sex, yani wanaingia kesho kama hakuna sex utafanya nini, and people get sick. You must consider these things. People get sick, people there are other conditions that happens, mtu anaweza kupata ajali, kama utapata utafanya nini. But even without going that, just be patient with yourself. Self-control is important. It is difficult, it is a cross, but sacrifice hiyo ili kesho yani uenjoy maisha. Unaona semanga, unaona when you're not married, when you're married you're actually free, even to walk with your mchumba wako. Kwa nini? Tunajua tu mnafanya sex, we know that, na kuna mtu anakuaga na haya, because everybody knows, hata katoto kakikuja tunakapokea na furaha ya kilele juu tunajua mtoto ametoka wapi. Lakini kama mnafanya sex mmejificha hapo, unakuaga suspicious, nikishikika hata ukifanya hata huwezi enjoy ni nusu ni kule wanasema sijui kichwa nini, kichwa tu, alafu hiyo kutoroka. I mean you're not comfortable. Anyway, sorry for going too long. It's not long that you're trying to make kila kitu kiwe sawa. Patience. My point is that patience is very important, and this journey is for those who wait. For those who time, for those who actually want to work with God. And in every relationship, relationship yote, hata kama ni urafiki wa marafiki wawili, na muomba na wasihi, put God first. Unajua ukiogopa Mungu, kuna mambo yenye utakuwa unasema hata ikiwa namna gani, God first. All right, thank you so much, Mr. Pius. Sasa sijui Pius unatupata ukiwa maeneo gani, because actually I haven't known the place whereby you're getting us live from. You see, I speak when I'm called for, but I try to be an introvert at the same time. But when I come to the media, I'm more extrovert, I rarely say where I am, but I'm actually here in Jamaica. Yes, so thank you. You're currently in Jamaica, right? Yes, I am. This way I'm doing my studies. Yep. Oh, which studies? Old age. All right, that is okay. But you guys are welcome to Jamaica, but I have not settled, so I'm not into a position where I can, but I'm here in Jamaica. Yeah. And we welcome people, so you guys want to explore, I mean, hauwezi kosa pakulala, ukiingia huku. So we are here for you, and we also have other friends, from Kenya. Yep. So we are here in the other side of the world. All right. Yeah, hapa kwetu ni saa 4:37 PM. PM na hapa ni saa ngapi wajua? Hapa ni saa 12:37 asubuhi. I do join, mostly I don't meet with you, but I do join the other ile kitu ingine ya morning. Inaitwaje? Hii ya morning wanaita rauka. Ile inakuanga na yule kijana mwingine All right, thank you so much, my brother. God bless you. Now we have our visitor and our singer and actually our good female artist. She's hearing from far, anasikia kutoka pale manyumbani, na unajua kwa sababu ya corona imetatiza watu pale, so lazima tuweze kujua yu anaingia, and actually amekuwa akisikiza tu Pius ukiongea hapa.
So that means kwamba tutaingia na yeye katika asubuhi ya leo zikiwa zimekatika dakika 38 baada ya saa 12 ya asubuhi. Na kama ilivyo ada, unajua mtu akikuja hapa mgeni lazima namkaribishe kwa makofi. Sasa sijui leo namkaribisha kwa nini, lakini anyway, sasa namkaribisha kwa advert kidogo, ikicheza cheza akiingia itakuwa nzuri. Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD kila Sato na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Ndio, itakuwa ni baraka tele katika awamu hii ya mwisho kumalizia, sasa zikiwa zimekatika dakika hizo 39 na sasa hivi zimekatika dakika hizo 39 baada ya saa 12. Thompson amekuwa akitext in, amesema kwamba hamstahili kushiriki ngono, mnastahili kungoja the betrothal and courtship iishe, then sexual activity itaanza pale. And then anasema kwamba live following now, and nice advice from my brother Pius, thanks kwa ushauri. Thank you so much Mr. Pius from Jamaica. You know we have great people pale na Papa Pius, by the way, ukiingia pale you can actually as well subscribe to my channel kama Papa Isaac LENARD pale. Najua watu wa Jamaica pia ukiwaambia wa subscribe itakuwa ni nzuri, because you meet many students. And tukisonga pale chini kuna bro anasema kwamba bro anabamba sana na Kiswahili kizungu chake cha Jamaica bwana we. Alright, ladies when wanakimbilia marriage then end up being impregnated, from then she may end up breaking up, and since haina faida tena, let's be patient in choosing married partners. Pale chini Thompson anasema kwamba Mungu aacha awe wa kwanza kaka, amen. Tatembea huko Jamaica, hivyo ndio anaambia ndugu huyo. Wagwan Thompson, wagwan ute. Alright, thank you so much. Asa dada yetu nilikwambia kwamba lazima tungemkaribisha na advert, na hivyo ndivyo tutafanya. Amerejea pale, naona kwamba mitambo ilimtatiza, lakini tumerejea saa 12 juujuu baada ya dakika 40. Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD kila Sato na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Alright, karibu sana dada yetu. Sasa uko live kabisa, sijui uko umeamka vizuri? Tuko sawa, Mungu ni mwaminifu, ametulinda. Amen, amen. Sasa sijui, by the way, ulipokuwa ukiingia ulisikia watu wakitatizika hapa wakiongea juu ya masuala ya watu kuwa kwenye courtship, and then wakiwa katika hiyo hali ama hiyo harakati ya courtship wanafanya ngono hata kabla ya ndoa. Wewe kwako, wewe kabla tujaenda kwa mada ya siku ya leo, wewe ukidhani ni vizuri watu waingie kwenye ndoa, masuala ya ngono kabla ya siku yao ya ndoa? Okay, mimi personally kitu naweza sema ni kwamba the moment unajiingiza kwa ngono kabla ya ndoa, partner wako huwa anakuzoea na ile hamu ya kukaa na wewe inaisha, maana alichokuwa anakitaka ashakipata. Ataachana naye, ataenda tena kwingine. Maybe to some extent utaona unataka kumfurahisha, kumpa ile assurance na tunampenda, kumbe yeye sana anakuomba you are loose. Unaona? Na ukishafanya hivyo yuondoka. Yeah.
Right. Ushauri mzuri. So for those ladies ambao mko pale nje, kwa ushauri wake Venabii umesikiza, na itakuwa ni nzuri sana. Haya, tuanze, sijui sasa tutaanzia wapi? Tuanzie wapi dada yangu? Ndio unipange kwenye tunafaa kuanzia. Ukisikia mwanahabari anakuuliza tutaanzia wapi, anashindwa sasa ataanza na wapi, lakini ni vizuri ni vizuri tu, lakini maswali ni mengi. Sasa hapa anashindwa aanze na lipi, lakini yanakuja tu. Alright, naona hapo kabla sijakuja kwako Thompson anasema kwamba karibu dada yetu Venabii. Sasa umekaribishwa hapa na watu wa team comment. Pia tuko na watu zaidi ambao wanaendelea ananiuliza mbona asisake visa aende Jamaica. Sasa tujui tutafanya aje Thompson afike Jamaica, kwa sababu anataka afike Jamaica. Sasa hiyo atajua kuwa right. Anasema kama ndugu Pius ameongea vizuri hadi anataka tu afike Jamaica hata leo. Haya ni hali tu ya kawaida, najua team comment wao pale hizo connection tutafanya na ulipe ticket na kila kitu, watu waende Jamaica. Kama mimi mwenyewe kufika Nairobi nachukua mitano Jamaica kwa beli yako unless iko bili yake si ya Kongo hapo bwana. Yangu huku. Karibu sana lakini, karibu sana. Thank you kwa sababu kukubali mwaliko wetu. Thank you so much. Najua kwamba nimekuamusha, najua kwamba we ni mtu ambaye anapenda usingizi sana, lakini najua tukikuuliza leo unapenda kufanya nini, utaniambia nini Venabii? By the way, unapenda kufanya nini sana? Ungeniuliza napenda kufanya nini on Saturdays or what I love doing? Weekends. Weekends. Weekends, I love going to church. Kuanzia around saa 6 hapo mpaka jioni kabisa, kitu kama 5 ama 6. Then I meet friends after church. We share a cup of tea. Ndo nirudi nyumbani. Na usingizi ukuwe pati ya kitu unapenda kufanya sana weekend, mostly Saturdays. I sleep daily. Inafurahisha tu. Najua uliyasema tu. So sina ile like nitamani kulala, because I know at the end of every day I have to sleep. Aya, sasa nakukabisha ili kwamba watu wajuejue wewe ni nani. Hebu jitambulishe, watu wakujuejue. Okay, na wasalimu wapendwa kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Mimi kwa majina ama jina langu ni Vena Bosibori Nyasore. Jina la uimbaji ni Venabii. Nimeokoka, nampenda Kristo asubuhi ya leo. And Venabii ni msichana wa John Ondara na Josephine Nyamasege. Sehemu za Bonchari. Mahala panaitwa Gonyandondo kwetu. She is a sister to 3 brothers. Yes, and a mother of 1, a son called Good Luck Blessing. Kabisa, ni baraka. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na anashiriki katika kanisa la New Beginning Apostolic Church chini ya ulinzi wa Reverend Lawrence Omambia Nyanuga. What else should I add? Watu wanatatizika kwamba Vena ni kama nitaanza kurusha mistari
ama huyu ni mtu ambaye ashachukuliwa, niache hapa mapema, ama pia yeko kwenye courtship ama engagement? Kunani jameni? Okay. Vena is single but hataki hizo mistari for now. Ai, uko very brief namna hiyo. Tumeniuliza about mistari. I've told you I'm single. Mistari kwa sasa sitaki, lakini M-Pesa nayo siwezi kataa. Yes. Ama hata kama kuna mtu anaweza jitolea kunilipia visa ama ticket niende Jamaica, I won't say no. Yeah, unaweza kuwa ni a blessing na siwezi kataa. Watu wataanza kutatizika hapa wakisema sasa hapa Venabii unatuchanganya. Yaani utaki watu wajue kama uko kwenye mahusiano ama hauko kwenye mahusiano, lakini wewe umekataa tu mambo ya mistari eh? Ndio nimekuambia sipo kwenye mahusiano. Na hauko ready. Mahusiano, I'm not committed to anyone. Yes, I'm just me. Oh my goodness. Yeah. Tutakufanyia maombi very soon, utapata by then. Jana nilipokuwa tu jana ama leo asubuhi nikiamka, the very first it made my day, kwa sababu I was seeing someone praying kwamba saidia yule mtumishi katika hali hii ya baridi apate mtu wake inji. Sasa sijui kama wewe pia tutakuwa tunakukumbuka namna hiyo. No. I said I don't want. I'm not looking for one. Like, I don't want for now. God can convince you. Tutakutana nyuma ya tent. Anyway, bado Thompson anasema hatujambo. Aya, naangalia hapa kwenye SMS. Thompson 254 anasema kama hatujambo Venabii Bonchai na kuelewa vema kama mpaka hapo Rihanna Bogita na kadhalika. Patrick Mshina anasema kama lol Vena naye na hela oi. Aya, huyu mwingine kwamba Thompson anasema kwamba usijaribu kula fair please ya mtu wewe. Acha niangalia hapa Embaramba, mbona ameingia, sijui anataka kuambia nini Venabii. Pia Embaramba, good morning. Embaramba tena ametoroka. Sasa sijui ametoroka nini, sijui kama ni amesema. Thompson anaendelea kusema hapa kwa SMS kwamba hayo maombi ya watumishi kupata partners wakati wa baridi haya angeenda na naona kwamba watu wanachangamka sana kwa hali ya comment. Thank you so much. Lakini tena tumerejea kwako Vena, tumerejea kwako. Lakini homa ni mbaya, pole. Nasikia hapo mafua yanakusumbua, usijali, utakuwa sawa. Sasa ungekuwa hapa kwa studio ningekupa ndimu kidogo uendelee kujiburudisha nayo kidogo tukiendelea. Iko hapa maji ya ndimu yako hapa. Nikuonesha Thamos. Unaweza convert to cash unitumie M-Pesa bado. Jehova mwadhani. Okay, tutafanya vile baadaye tu. Haya, sasa kama wewe ambaye uko pale ambaye unatizama hivi sasa, tuko na Venabii ambaye nimemfanyia tu kitu kimoja tu, nimemuuliza swali tu moja, lakini sasa hivi tunadhani tumemuuliza maswali mengi. Lakini kile ambacho ungependa kuuliza msanii wa siku ya leo Venabii, ungependa tu tuma tu ujumbe, itafani nzuri. Sasa Embaramba tena amerudi, nadhani tu ako na swali kwako, tuweze kwenda kwake. Embaramba, good morning. Nebire yanaresiyo bosyo.
Ami tena acha mge. Sawa, sio wazima yote. Barama leo anakuja atakusumbua. Leo utajua ujui. Leo utafanyia maombi orenga wapi? Sijui nani amemwambia leo niko huku. Uko hapa leo utajua ujui. Wewe ndio ulimtumia link? Barama huwa tunaongea na yeye like kila siku, so it's like because we are organizing to have him after you. Sasa unataka drama huku? Drama itakuwepo. Hey. Aya. Okay. Haya, sasa Thompson anauliza kwani wewe Bernardi unauliza tu M-Pesa kila kitu bana? Aki. Thompson ametumia nini kubai data? Si ni pesa. Sahi hiyo ndimu yenye hata siku karibu si zinakupatia options. Hadi napenda pesa sana. Now that I'm not there, unitumie tu M-Pesa. Yes, I buy. But still unaweza beba na thermos kama iwezi poa. Yeah, na mimi siwezi kunywa lemonade yenye imekaa kwa thermos more than 2 hours. It's not good for my health. It's so harmful. Yes, so I prefer cash nijinunulie time yenye nataka. Alright. Tuna kwa swali la pili pale. Sasa watu wajue kidogo. Najua washajua wewe hauko married, lakini sijui sasa utawacha namba ya simu pale. So that waweze ikiwa wanataka kutuma kwa kitu. We edit hiyo jina lako uandike namba ya simu. Ama kama uitasi. Ilete namba ya simu hapo so that wakati mtu anataka at least pawepo na kakitu akatakutumia tu, haina shida. Haina shida. Thompson hapa anasema huyu anasema huyu ndugu yetu ni transformer. Kumbe wanaona kitu ninaona. Ndugu yetu ni transformer, sasa akikuta tayari sivyo bosio. That is where anasema hivyo. Haya. Anaitwa Papa, anasema kama yeye alitumia pesa kununua airtime, kutumia M-Pesa. Sasa sijui hapo tofauti kidogo. Huyu mwingine anasema kama Papa Isaac LENARD, hiyo yako imemaliza 2 hours. Of course nini ya imemaliza nini LENARD yangu imemaliza 2 hours. Sasa dada yangu sijui tutamsaidia namna gani? Haya, namba yake imeonekana kwenye screen 0708594451. Magi Mogiti. Good morning, Magi Mogiti. Good morning. How are you? Very okay. Machakula saa asubuhi. Sasa wewe kabisa ni yeye hapa. Sasa kama una swali muulize tu. No, I heard that song wanaimba na nani? Was it Babu? Of late imetoa wimbo mpya tu, hiyo ndio kwanza imemleta hapa. Wametoa wimbo mpya tu, wametoa yeye na Babu. Ametoroka tena, imagine Vyema. Sasa leo net inasumbua watu, kuwasumbua vibaya sana. Ni kama mna limit watu wanafaa kuongea na mimi. Sijalimit mtu hapa jameni. Bana, usinione mbaya. Ni net imewakataa. Nataka nikitumiwe M-Pesa. Thomas, please, acha wivu, acha nitumiwe, I'll share with you. Alafu Magi anasema Thompson anasema kwa Magi amerauka na food. Anyway, kuna watu wazuri wanamuka na ugali. Najua watu time yako. Imagine mahali sasa hivi unaweza pata sasa ni lunch time na tujui.
Haya, ama ni supper time, hatujui kama huyu mwingine alikuwa maybe ni supper ashakula tegea, hatujui. Yeah. But na tukisonga pale chini, ulianza uimbaji lini? Safari yako ya uimbaji, labda kuna mtu hajajua safari yako ilikuwa namna gani, waambie wajue. Mm. Okay, nimeanza uimbaji 2013 ikienda kuisha late 2013. Yeah, ndo record song yangu ya kwanza inaitwa Papa Imela. Papa Imela is a Nigerian song that means thank you God. Imela ni thank you. I did with a producer known as Dr. B. Na at that time alikuwa anafanyia studio fulani hapo Market Plaza, alikuwa inaitwa Kanga Record. Alright. Hapo ndipo, huo ndo mwaka nilianza safari yangu ya uimbaji. Mpaka sasa hivi bado sijaacha kuimba. Yes. Vizuri. Sasa wanaweza wakajiuliza kwamba wewe ulihit tu kwa media sana tu ulipotoa wimbo wa kwanza, ama ulisurvive ukisumbuka na mambo ya kihela? Maybe you know the song ilikuja lini kabla ya wewe, kwa sababu umeandika 2013, ilikuja lini kwa moyo wako kabla ya wewe kuiandikisha ili uitoe? Okay, song ilikuja bado that 2013. It was around November of September hapo nilikuwa hospitalized. Yeah, during that time I used to write songs kwa kitabu yangu, and I had a friend mwenye alikuwa anaitwa Wilda. We used to call her my twin because we really look alike. So that time alikuwa anajuana na Dr. B. Nasikuwa nimeenda studio, so nikiwa hosti, she could come and tell me like I'll take you to my friend mwenye ni producer, umwambie asikie vile unaimba. And I'm like, anaweza nikubalia ni record kweli? Akaniambia yes. So after that I had a lot of songs kwa kitabu yangu, tukaenda studio. And kufika studio, Dr. B was like, okay, I want you to sing. Nikamwimbia songs karibu 5. Chineke ikiwa moja yazo. After kuimba that Nigerian song, he was like, okay, let's leave alone hizi zingine, wacha tufanye this Nigerian song because I feel like inakaa unique, and then kuna vile it's nice. Then we settled for that, tukarecord. And kuanza it was a bit good for me because after kuingia studio, by then tulikuwa tuna record na 3,000 and I had 1,500 shillings. Nikamwambia I have 1,500, akaniambia it's okay, I'll do you a beat ilikuwa 1,500 na kurecord ni 1,500. Akaniambia nitakufanyia beat na pesa, but nitakurecord free because I feel like the song is so nice na watu wanafaa kusikiza. Nikamwambia it's okay. After doing the song recording, in fact producer alinisaidia mpaka backup ya chorus. So after recording tukamaliza, tena bado nikapata mtu akanilipia video, a certain guy called Albert Oino. He's an MCA. Though sijui ni wa area gani, ni huku Kisii. He had a studio ilikuwa inaitwa Albandra Mwanakendra. So akanifanyia video free kutoka fare. He could fuel his car, analipa watu wanaenda kunidansia and everything, and that's how God helped me. After hapo sasa, kumbe nafaa kujitegemea after all that, but I'm really grateful for those people wenye walinisaidia there before na wenye bado wako na mimi mpaka sasa. Then after that kukakuwa na challenges. Yeah, maybe a time comes when you have a song you feel like you should record but huna pesa, so you have to sit and relax while you're working, ngoje upate pesa ndo uende kurecord. Or maybe you're doing, you have a song, you share it with your friends. The next thing ni kupata rekodiwa hata before you uende kurecord.
Oh These are the my. challenges I've been facing. Mm. And other challenges are like maybe mmeplan mtu kwenda studio, it Mm. fails, that person anakufail, ana come up na reason zenye siwezi sema ni excuses, maybe ni Mm. reasons zenye ziko valid. Mhm. Yeah, yeah, that's all I can say for now. So Venabi ni mwimbaji ambaye tunaweza tukasema kwamba ulipata this we call it calling ukiwa hospitali. Ni nini kilikuwa kimekuchukua hospitali? Because someone anaweza hitaji kujua, kwani ulienda hospitali kufanya nini? Sorry. Mtu anaweza kuuliza kwamba ulipata this calling and this singing ilianza tu ukiwa hospitali as you have explained. Sasa ni nini kilikuwa ukajipata hospitali? What happened? Ulikuwa mgonjwa, ajali ama nini? Okay, before niende hospitali I was working. Mhm. Then during that time of that period of work, niko mgonjwa. I could go to work. I don't eat well. Mhm. I'm just concentrating on work. Yeah. Natoka late job, nafika maybe chakula wamelala. Yeah, kuna vile Mm. ilichangia. Plus I had a complication in hormonal imbalance. Ndo ili ni affect sana, so I actually collapsed Pole. Mhm. nikipanda stairs nikienda job, then kutoka hapo Mm. wakanipeleka hospitali. Mhm. Nikakuwa admitted, nikakaa huko for like 1 to 2 weeks. Mm. So during my free time I could just sing or write songs. Yeah. Mm. Haya, hiyo ni story ya Venabi. Tumesikia kwamba katika hizo hali zote alikuwa namna hiyo, and that is what happened to her, lakini baadaye tutajua what happened kutoka pahala alipo saa hii. Let me just look onto your text. Naona pale Thompson anasema network imekataa juu Venabi anahitaji pesa M-Pesa. Sijui network kama itarejea, hatujajua. Acha niangalie timu WhatsApp kama wako sawa pale. Timu WhatsApp kama wanafuatilia, naweza kapata inbox ziko mingi. Jantana anasema kwamba yuafuatilia sana and anafuatilia progress this morning. Zaka anasema yuafuatilia sana katika asubuhi hii ya leo. Judith Monari yu anafuatilia. Kuna Mr. Moturi yu anafuatilia sana, but I'm waiting for the questions so that hizo questions zikiendelea kukuja tujue kutana namna gani. Sasa hapa tuko naye Vena B na ashajibu maswali yangu mawili matatu. Sasa tunaenda kwa swali lingine kabla ya sisi kukaribia kumaliza, kwa sababu hata huo ndio mwanzo. Zimekatika dakika 6 baada ya saa 1 saa ya Afrika Mashariki. Kama uko pale uko na swali kwa Vena B, you can just ask sai asubuhi. Alright, sasa hivi tunangoja Embaramba is coming. Ananiambia Embaramba is all the way coming. Tutaona vile kutaenda. Haya, Vena B, leo ukipata Embaramba hapa utalia kulia, sijui, lakini Mbea kuje. tutaona tu vile kutaenda. Haya. Sasa watu wanajiuliza Vena B nani? Ushatueleza hiyo. Vena B wanauliza Vena B. Sasa huenda mfano huu wa Vena B, how did you get this name Vena B? How did it get to your brain? Kwa sababu najua jina lina maana yake, au sio? Yeah. Yeah, how did you get
up to make yani ukasema tu ukasema kwa mind yangu jina naona tu naweza nikatumia ni Vyema B. Okay, jina langu tulikaa na my producer Dr. B, we discussed. Then my real name ni Vena Bosibori. So after kuongea, at first ilikuwa tumesema nijiite Queen B. Nikaona Queen B ni kujisteki sana. And then nikasema Vena Bosi bado ikakuwa no. Bado tukatafuta tena Lady B, tukagundua kwamba kulikuwa na Lady B by then. Actually we were four, mimi, Dr. B, Makubamba and Wilda. So tuka settle for Vyema B. B is an abbreviation of Bosibori. Yeah, nikaona itakuwa rahisi hivyo, and then kila mtu akakubali it's okay. Then sasa tukaamua kufanya hiyo. So ukasema kwamba better I use B Vyema B. Yeah, plus sikuwa nataka kutafuta jina lenye nikiulizwa what's your real name na change mpaka mtu anashangaa. Yeah, niseme maybe inaitwa let's say inaitwa Lady B. Sasa mtu akiniuliza unaitwa nani, what's your real name, tena naanza Vyema Bosibori. Yeah, I saw it simpler or easier kusema mimi naitwa Vyema B, because hata asipoweka tu B akisema Vyema isema yani something I could relate with, yenye hata mtoto akiniita anajua tu this is Vyema. Yeah. B is for Bosibori. Yeah, B is for Bosibori. Yeah, right. Na siku moja tulipokuwa tukienda, nakumbuka tukiwa high school tukienda Citizen, tukapatana na huyo mzee anaitwa nani, huyo mzee wetu Fredo Bach. Sasa kuna demu alimwambia mi naitwa Brenda Bosibori, akamwambia si Bosibori, Bosibori. Akasema penda kikisii, si Bosibori, Bosibori. Hiyo ndio jina. I saw like this girl was like she was frustrated, lakini tukamwambia that is how you should. But it's good to twang, ndo watu wanajua umesoma. Bosibori. Haya, tunaona. Haya, sasa naona pale hata huyu Thompson ameingia pale, ananiambia kwamba yuko juu anashika tu nafuatilia sana. Alright, tuende kwa swali lingine. Vyema B, season umetoa hivi sasa ni ngapi? Kufikia sasa umetoa nyimbo ngapi dadangu? Sorry? Kufikia sasa umetoa nyimbo ngapi ama albamu ngapi? Okay, zote kwa jumla mpaka collab ama Song sasa ni wewe tu nieleze, unajua mimi siwezi jua. Sasa ni wewe ni explain hizi. Okay, I've done around 13 singles, around 13 to 15 singles, and then collabo ziko 9. Hivyo uko na collabo 9 na your own ngapi? Collabo 9 na singles karibu 13 to 14 hapo, if I'm not wrong. Sawa. Haya, ni vizuri. Naona kwamba zimekatika dakika 12 baada ya saa 1 asubuhi. Ikiwa kwamba uko pale una swali kwa Vyema B, utakuwa unamuuliza. Nambari yake ya M-Pesa iko pale kwenye screen ni 0708594751. Naweza karusha kakitu pale
kitakuwa ni baraka tu. Tutashukuru pale ukiwa umemtumia pale, pia tayari atasmile kwamba hakuwa hapa bure. Alifanya hapa kitu. JK, naona kwamba JK amefuatilia. JK, good morning. JK, good morning. Good morning. Ai, leo nimechenjiwa jina hapa. JK, uko aje? Hatuko sawa, tuko na Venabii. Uko na swali kwa Venabii? Hata naingia nini? Ati nini? Mjadala ni gani? Nikaingia tu. Mjadala. Mjadala tushakamilisha tu. Tuko kwa yule ambaye yuko hapo kwenye studio, ni dada yetu Venabii ambaye ni mwimbaji. Sijui kama uko na swali, itakuwa nzuri. Ni mwimbaji. Ati uendelee. alright. Acha tuendelee basi, tutakuwa tunafuatilia pale. Haya, sasa tukiendelea pale Vena, so after all that by the way, uimbaji wako umekupeleka how far kufikia sasa? Maybe unajua talent pia inachukua mtu mbali. Unaweza kuwa umefika mahali, unajua umepande kwa ndege, umeenda kutembelea hizi vitu zinaitwa the ships hapo tu kwa Lake Victoria yote, ukaenda ocean, Sijapanda ndege. But I believe God is working something out. Yeah, sure. Kule imenipeleka, I think nishatembea Kenya. Uimbaji ushanipeleka places mingi Kenya. And I thank God for that. I've been to Mombasa, I've been to Kitengela, I've been to a place called Lolgorian. Yeah. I've been to Homa Bay, I've been to Tirare. Yeah, I've been to places. Yeah. I really thank God for that. Maana yeye ndo amepanga hivyo. So hata kama ni hiyo ndege, I believe God is planning something big. Yeah, sure. Yeah. No. Kuna wimbo fulani hapa umeimba, wimbo fulani nikidhani Imela. Anyway, umeongea kuhusu Imela because that is the very song imekukujia ukiwa hospitali. And how did it come? Ulifikiria nini ikakuja ama it just came that? At first, I was thinking of kuandika, nilikuwa nimeandika that song in Swahili. Nilikuwa nasema Baba asante Yesu asante. And I still have Nigerian songs. I also love watching Nigerian stuff. So in the process, they were like, at times they could call me when I'm in Nigeria, because they want me to know. Now I have a friend mwenye anaishi Kitengela in Nigeria. So nilikuwa nikiwatch kitu naenda namuuliza what's the meaning of it, ananiambia. Nikiwa naandika, I was thinking of let me try this Nigerian way. Yeah. After kuandika nikaambia some of my friends, and they were like, inakaa poa kuliko the Swahili version. And then kwenda studio bado, the producer said hiyo ya Nigeria inakaa poa kuliko the Swahili version, so we did the Nigeria version. So that is how it came, ukatoa wimbo Email. And this saying like Papa asante, you are thanking God, lakini hatujui ulikuwa unamshukuru Mungu kwa sababu gani. Ndio inaweza kuwa ni hali ya maisha,
Inaweza kuwa ni kitu kilifanyika tu kwa maisha yako, labda tujui, tufahamishe, what is this thing that ulikuwa unaambia Mungu asante? Actually, I was thanking God for everything. Yet niko na specific thing namshukuru nayo because I believe sisi kuamka kila siku is not by our own power, ni kwa uwezo tu wa Mwenyezi Mungu, na yeye tumekubali we wake up, we be alive, we be healthy, hakuna mtu anaumwa, and maybe as much as unaumwa you're still alive and you're hoping for the better. Yeah, so I was thinking for everything, my health, putting in mind that nilikuwa nimetoka hosi, so I was thanking him for being with me. So I was thanking him for my parents, my siblings, my friends, and everyone. Hi, wow. It's like that time ulikuwa naenda kanisa that time. Unajua maybe watu hawajajua uliokoka kwanza lini. Watu hawajajua uliokoka lini, by the way. Sasa hatujajua uliokoka lini. Huku tuambie historia ya kuokoka. But meanwhile, say sikuuliza. Ulisema tu uliokoka na singeendelea kukuuliza uliokoka lini. Jameni. Okay. 2013. Oh, that's the very time ulikuwa umeokoka and then ulikuwa kuna ndugu hapa Rita. Good morning brother. Good morning. Nimekuja vizuri? Niko salama, namshukuru Mungu. Amen. Leo tuko na Venabii hapa. Sijui kuna swali lipi kwa Venabii kwa sababu ni mwimbaji, huenda umemwona pale. Unamwona hapa hiyo sura? Nimemwona mara ya kwanza. Oh, mara yako ya kwanza? Ni mara yangu ya kwanza kumwona. Oh my. Sasa tuseme tu ile wanaita kwamba ni a random question to any musician. Yani ungemuuliza kama sasa musician wa kigospel, ungemuuliza swali gani leo? Swali naweza kumuuliza katika wito wake wa uimbaji. Yes. Yani swali la kwanza alitambuaje kwamba anaweza kuimba? Anaweza kuimba kumsifu Mungu, yani anaweza kuwa katika hiyo uwanja wa uimbaji. Now back to you Venabii, umjibu na kujibu sasa hivi. Vena? Yeah. I am jibu. Morning, Apostle Dennis Rita. Yes. Time nilijua kwamba naweza imba ni time nilikuwa shule. Of course, that's the time you realize you can sing because I believe everyone can sing. But sasa time kitu ilichochea ni kwenda studio kurekodi, lakini nilikuwa nimechochewa na my friends that I should go to studio and record, right? So because nilikuwa nishawaimbia, so after kusikiza ukaniencourage, ukaniambia you're supposed to go and do something so that wengine pia wafanye nini. As much as nilikuwa naimba shule na group, now I'm supposed to step out and do something that people wanaweza sikiza. Umeridhika ndugu yangu? Nimeridhika. Ile sasa ile kumuuliza sasa, swali langu ni hili sasa. Katika uimbaji wako na kwamba nimeona kwamba it's a call, you know. Katika bila umeanza kwamba nimeona it's a call. So katika uimbaji wako, watu wengine wanapofanya uimbaji wanafanya wakiwa aims mbalimbali.
Maana nimewaona wengine ambao walianza na aim ya kumtukuza Mungu, mifuko yao ilipojaa waka divert. So katika wito wako wa uimbaji, ile aim ambayo umeiweka sana ni ipi? Yaani objective ya call yako. Okay, objective ya call yangu ni kwamba kuangalia pesa yenye naweza sema tena na whenever I sing, if someone says to me or listens to my song, anafurahi. Maybe kama kuna mtu alikuwa lose hope, anakuwa encouraged, anajua there's still God, you can still push on, things will be better tomorrow. Despite today, there's still tomorrow, and God is working something out for you. So you still need to hold on to God. Yeah, because that's my main aim. Yeah, ile yani nataka ile nifike place ni hata wewe apostle, when you listen to my song, yani you feel the presence of the Lord in you. And you be touched, oh, there is still God. God can work in me. Si hata vile tu tunasikianga kwa Bible, God can work in me. Amen. Now, swali langu la mwisho. How do you find the revelation of getting up to a song, the rhythm? Because we have different rhythms katika nyimbo, styles mingi katika nyimbo, revelations mingi, maneno ya kuongea. Now, how do you find all those? Yeah, okay, mimi personally kuna zile zenye napatanga kwa Bible, maybe I'm reading the Bible, naweza kuwa nimejitoa hapo, something touching, and maybe life ukiangalia mtu vitu zenye anapitia, pia personal experience. Yeah, that's how I compose my song. Maybe I might be with a friend, then ananipatia story yake, and I'm like, okay, I really need to do something about this. Or maybe there's a time hata nimekuwa somehow low. Yeah, that's when that voice is reminding me like, don't do that. There's still God. So after going through all that, nakumbuka there's someone who's going through what I'm going through. So for that person to be encouraged to change, I have to do something that comes from my heart. Yeah. Nimeridhika kweli. Mungu akubariki sana katika wito wako. Continue serving God to your fullest. Thank you so much. Amen. Yes, Papa Apostle Deno. Umemaliza maswali? Yes. All right. Sikuwa na maswali mingi, nimeridhika. Itabidi nimtafute sasa YouTube nijiangalilie. Ujiangalilie. Nasikia msema usubscribe tafadhali. Nitasubscribe, nitashare. Ikiwezekana nitamuita akuje Nyeri, akuje kufanya ministry huku. Sasa mimi ukiniita utanitumia fare. Mimi nikialika mgeni namtumianga fare. Isaac, nzuri sana. Isaac, I told you my God never fails. Kabisa. Sasa nakwambia sijui utamtumia ya ndege hapo utamtumia ya gari. Apostle, my WhatsApp number iko hapo chini. Yes, tunaweza chat hapa ama tunaweza kwa simu. Ebu nitafute mahali niandike before nitoroke online. Adeno nitakutumia tu inbox. Yeah, thank you. Nitakutumia inbox na utume M-Pesa bwana. M-Pesa yangu iko very plain na ya huyu dada iko very plain. Sasa utakanganywa pesa.
Aiza kuacha kunichomea. I have like 99,000 in my phone. I need only 1,000 ifike 100,000 Oh, okay. Sawa. ndo nilipe sadaka kesho. Unajua mi nalipanga sadaka ya 100,000. Oh, sijua. Sasa nimejua. Eh, Thank you so much. Alex nimeshukuru. Thank you so much Mr. Apostle. Salimia watu wa huko Yes. bana. Wa miss na tutakuja very soon. Nimeshukuru sana, nilikuwa naenda maombi nikasema kwamba wacha ni click in, nimeclick, nimefurahia sana. Mungu awabariki sana. Amen. Waambie pia wasubscribe kwa hii channel ya Kisi Hot, wasubscribe kwa hiyo channel ya B, wasubscribe kwa channel yangu ya Papa Isaac LENARD. Hizo zote. Well, Sasa Venabi, sijui ungetaka kuambia Apostle nini cha mwisho, kwa sababu nimesikia ukiongea pale. Ningemwambia kwamba I'm so glad to have shared with you. Thank you so much for your time. And when you go to pray, please pray for us. Yes, and we are looking forward to coming to Mary very soon, courtesy of Apostle Dennis Arit. Yeah, we are really grateful. Thank you so much. God bless you. That is okay. Amekuwa ni Apostle Dennis ambaye amemuuliza maswali mazuri sana, and actually hayo yameondoka kwa orodha yangu. Let me just get on, niangalie ni swali lingine ambalo naweza nikuuliza tofauti tu na hilo. Sasa niulize Binabii, kama haungekuwa mwimbaji sasa hivi ungekuwa unafanya nini kwa sasa? Kama singekuwa mwimbaji, if you were not to be a musician, what is the other thing ungefanya sasa hivi? No, I'd definitely be I'd still be a musician, because that I believe hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Ungeniuliza what else do I love about what I meant, kwa sababu I know it's not, unajua music is nini, hii ni talent, and that is the other thing inaitwa profession. Sasa profession yako uko unafanya nini? That is what I mean. Sorry? Your profession now. My profession. Wow. I'm a teacher by profession. Mimi ni mwalimu ama ni mfunzi. Yeah, I'm a teacher by profession. Na umefunza wapi? Umefunza wapi? Isaac, why can't you tell them I've taught you? Just be honest. Yes, Lord. Hallelujah. Sasa tunataka experience. I'm your host today. Sasa wewe usiende huko. I'm your host today. Mimi sijasema umechange. Kwa vile nilikuwa darasani. Today I'm interviewing my teacher. Sasa unataka kunisumbua vile nilikuwa nakusumbua darasani? Jameni. Hii dunia hii. Nakwambia vitu vingine unasemaga tu ukweli. Haya. No, it's okay. But leo wacha nikuulize sasa, ile swali leo nataka nikuulize nijue what has ever happened to your life kwanza. My madam, nataka nikuulize ile swali nijue vile mambo yalivyokwenda kwa maisha yako. Hili asua hili lazima litakusisimua. What is the very funniest question umeiuliza kwa interview? The funniest question. Sidhani kama niko na funny question ambayo ushaweza kwa interview. The funny question ambayo ushauliza kwa interview yoyote? I think kuna swali niliulizwa ile like some funny question na mtu anakuuliza wewe ni msanii, mbona umenyoa and you have money, so you're like
Kwani kukuwa na pesa lazima ukuwe na nywele? Hata bibi ya Uhuru Kenyatta si amenyoa na bado she has money. And Sasa then what was your answer, by the way? eh? What was your answer on that? See, I tell them, me, I love short hair, by the way. Yeah, I Mm-hmm. really love short hair. And another question is, maybe you're with friends somewhere, mnakunywa chai, and then Mm-hmm. your fan or someone who has watched your songs anajua wewe ni msanii na kule, ah, so this is you Venabi. Yes, anatoa simu, anataka kuconfirm. After kuconfirm, like the other day nimepatana na jamaa mwingine alikuwa na bike, ameenda like 10 minutes then akarudi na kuna client ako like, Mm-hmm. sasa poa sana, I have a photo of you in my phone but nataka uconfirm uniambie tu kama ni wewe. Nikamwambia okay poa. Akaleta akanionyesha hiyo picha, actually hata ikuwa picha, badala nionyeshe picha akaplay the video ya ile song I Love You Daddy. Is this you? Nikamwambia yes. Akaniambia nilikuwa ndani gori but nikakuona, I had to come back and confirm, is it really you? Nikamwambia unaweza msalimia? Nikamsalimia. Akaniambia okay, sasa nimejua, at least naweza enda niambie watu nimekutana na mtu mwenye nilikuwa naona kwa video. And then maybe uko kwa hoteli mtu ako like, oh, sasa hata huku kunywanga chai. So nashangaa what are we supposed to take actually? Ni kali. Haya, sasa ni maswali mengine funny. And which is this? Ili ni swali gani hili uliwahi ulizwa ambalo ni baya sana lilikukasirisha? Swali Ambalo ushaulizwa ambalo linakukera? la kukera, I really don't, I can't remember. Ama mtu anaweza kuja tu akuulize kwa sababu anataka akuhuzunishe. Ni ile maybe mtu anaweza kuambia ati mbona usiimbe songs kama za akina Rose, akina Otiso, mbona unaimba songs ziko slow? Wewe hebu chanuka, imba vitu vinaenda haraka haraka ndio like, you really get me. We? Hiyo yote? Hiyo yote? Najua huko kwenye harakati za watu kuamuka unaweza pata kelele kutoka nyuma, usijali. Aya, let's just get on. There is these songs zenye ushatoa, sio? And which song wenye una feel like hii song na nilipoitoa it is the best song nimeshawaitoa, na upeane reason why una feel like this is the very best song ushawahi release? The best song. Sasa mimi si songs zote ni ziko, they are all good. Siwezi sema kuna mbaya, but kuna song nilifanya na kijana fulani anaitwa Edwin na Lona Lynn, inaitwa Nabaki na Wewe. Yes, that's the song I love. It's a worship song, I can say. Na kuna ingine inaitwa Nakupa Sifa. Those are the songs when I was recording. I really, you felt like Baba Roho Mtakatifu. na emotion. Yeah. Even before you could finish what you're singing, you just cried. Yeah. Ilikufanya ukadondoka tu na machozi hiyo wakati. Alright. Tumeelewa sasa. And by the way, there is this new song ambao umetoa, kindly can you sing it so that tuisikie hii ambayo umetoa na ndugu zako kina Babji pale, na
Are you the writer of that song ama ni nyinyi wote mmeandika huo wimbo? No, I'm not the writer of the song. The writer and the owner ni anaitwa Busy B. Yeah, Busy B ndio mwenye song. Sisi wengine tuliitwa tuweke masauti. Alright, kama ulituweke sauti Pia hiyo part ya Babji, Babji alijiandikia part yake, Busy B akajiandikia part yake, chorus mimi nilipewa niimbe. Chorus ukapewa uimbe. Yes, chorus nilipewa niimbe because Busy B alikuja na the idea and me nikaambiwa this is the voice we're supposed to use. Yeah, there we were and we did the song. We really thank God for that. Now, which song is this? Hebu jamani, wape watu wasikie sauti bwana. Unajua tangu kuja hapa hajasikia sauti yako vile inakuwa ya uimbi hata kama kuna homa leo. Isaac, you know, unajua niko na homa na unaniambia niimbe. Shwari. Jaribu tu. Okay, let me sing. So you guys shouldn't mind my voice so. Yes. My voice is so... So you want me to sing Nero Garida? Yes, just imba. Imba tu. Sawa. Nero Garida, itatam Nero Garida. Nero Garida, itatam Nero Garida. Nero Garida, siku hizi ncheme sete. Nero Garida, enero mwenerete. Nero Garida, siku hizi ncheme sete. Nero Garida, enero mwenerete. Wow. Hiyo song kabisa. Hiyo ni sawa tu. Haya, ni sawa. Hiyo iko sawa vizuri. Sasa sijui tukimalizia pale kwa sababu tumebakisha maswali mawili peke yake. Niangalia hapa kwa SMS mwanzo, niangalia hapa Delvin sasa Muka anasema saseni. Tunasema sisi poeni. John Mesa anasema kama good morning to you. Patrick Moshiri anasema nilipotea kiasi lakini nimerudi. Mpo? Tupo baba, tunaendelea hapa na kazi. Sasa kurudi kwako Venabi, I think iko wacha kwanza niambie hawa watu ikiwa kama wewe mtazamaji unaendelea kutizama hivi sasa hivi, you have a question for our lady who is in studio, ambaye ni mwimbaji ambaye ni tajika kwa eneo hili la Kisii ambalo ameliteka sana, ambapo amesema kwamba utampata pale kwenye YouTube kama Venabi. Inaitwa Venabi Official ama Venabi? Mitambo imeanza kumtatiza pale na kwamba ametulia pale. Tuangalia akiendelea kuangalia hiyo mitambo ya kwake, akirudi nitarejea pamoja na yeye this morning. Naendelea tu kuzidi kufuatilia papa hapa kwenye Kisii TV. Ni papa Isaac LENARD, tuko naye Venabi akikuja atakuja na swali la mwisho, tutakuwa ni swali la mwisho pale na lakini sijui wewe uko na nini kwa sababu ya siku ya leo. Actually she was to share a word lakini vile alikuja very late na hiyo ikabidi kwamba atakuwa na neno la kutuambia this morning. Lakini ile ambalo ningependa kukuambia ni kwamba uzidi kufuatilia papa hapa kwenye Kisii TV, the best show, the best place to be, ambapo unaweza ukapata vyote unavyohitaji right here on Kisii TV. Nikiangalia pale mtambo wangu wa Facebook naona kwamba watu ni wengi wameendelea kufuatilia. Thank you so much Vanessa Chantel na watu wengine zaidi. Thank you so much for following right here on Kisii TV. Na tuko pale bado, tunangojea dada yetu aweze kurudi ili kwamba tuweze kuungana na pamoja na yeye ili tuweze kumaliza katika awamu hii ya mwisho kwenye mahojiano pamoja na dada yetu Venabi.
ikiwa ndipo napoingia kwenye mitambo hii. Niite Papa Isaac LENARD na zimetimia ni mwendo wa saa moja dakika 42 saa ya Afrika Mashariki. Sasa pale kwenye WhatsApp kwenye group tuko na group ya sifa na ibada, ikiwa ungependa kuingia kwenye hiyo ambayo tunaita ni hiyo team, unaweza ukaingia na hiyo nambari ambayo iko kwenye screen pale, ili tuzidi kufuatilia. Yes, Bena, nimeona kama umerudi. Alright, sasa tuangalie pale, kuna swali, niko na maswali peke yake ambayo tumepakisha na ever since uanze kuimba mambo na live music. I know unafanya live music mwanzo. Sorry? Huwa unafanya live music kanisani? Yeah, anafanya. I know there is that song yenye wewe ukienda kanisani lazima utaimba, and there is that song there is that song ambayo inakuinspire though hata kama si yako, tunaimba live music kanisani. Ni gani? Sorry? The very best song unapenda kuimba ukiingia kwa platform kanisani licha ya kwamba si yako ni gani? Lazima ikuwe ile yenye naimbanga kanisani. Majorly yenye unapenda kuimba kanisani hata kama si yako, there is that song unapenda sana. Napenda song ya Joel Lwaga na Paul Clement, ile inasema Mungu hawezi kukuacha njiani, safari yako ulianzisha mwenyewe, asingetaka ngekuacha mwanzoni, unapokwenda yeye anajua. Yeah, that's the song I love. Na kuna ingine bado ya Jalwaga ile inasema kuna wakati wa giza mbele sioni, najiuliza mbona kama hizi shida zimekawia kuisha. My goodness. Sasa unajua nimenyamaza kwa sababu ni kali, ni tamu. Ulikuwa nataka niendelee? Katikati ya maswali nasikia sauti ndani, imebeba ujasiri, ikinitaka nikiri, nikisema mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu tu, juu sana, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu tu, juu sana. Sitasiriwi kwa yale machozi na magumu, mimi ni mshindi tu kama sindiye Mungu. Haijalishi ni kipi, yeye ni nuru yangu. Haijalishi ni giza, yeye ni nuru yangu. Nitashinda hii vita na yote yatakwisha. Tasimama tena, tainuka tena, mimi ni wa juu tu, mimi ni wa juu tu. So that's enough. Wow, hivyo tu sasa. At least now it's better off. Iko sawa kabisa. Sasa tunaweza tukazidi
Haya, sasa tumalizie kwa ile swali la mwisho kabisa. Mpango wako wa kolabo ambayo ungependa kuifanya sana, ikiwa ungeambiwa leo sasa tunaenda studio na kuna mwimbaji fulani ako karibu na wewe, ungependa kwenda na nani kufanya kolabo pamoja na yeye? Ningependa kwenda na nani? Kwa kolabo. Okay, nikisema as much as niko na mtu mwenye naweza taka kuenda naye studio, nitakuwa maybe namfungia yule mwenye anataka kufanya kolabo na mimi. I'm very available kwa mtu mwenye anataka kufanya kolabo na mimi, awe ndo anaanza uimbaji, awe labda ameendelea, niko very free. But pia kuna naweza taka kufanya kolabo na Patrick Kubuya. Yeah. Moyo wangu usilie tena. Yeah, the guy behind that song. Naweza taka kufanya collab I think na watu wengi sana. Joel Waga, Paul Clement, Good Luck Goodbad. Yeah. Au wote Yeah. wengi, lakini uambiwe tu Vyema, chagua tu mmoja. Na sponsor hapa anataka tuende studio, chagua tu mmoja, utachagua nani? Kuna sponsor. Kuna sponsor anataka uende studio na unahitaji tu mtu mmoja tu ambaye ungependa tu ufanye collab na yeye. Mtu mmoja. Na kuna Kwa sponsor analipia. Amenipa uhuru wa kuchagua. Amekupa uhuru wa kuchagua yeyote. I'd go for that that person mwenye anaanza uimbaji, and I believe akona potential ya kuimba but hana finance. Nani huyu ambaye maybe wewe umeidentify? Kwa sahi niko na wengi, so siwezi sema ni nani yake. Asema mmoja. Leo utajua ni nani mmoja yule mwenye umera. Sema huyu sahi. Mwenye umerank sana unasema huyu naye lazima iwepo. Actually mimi si rank watu. I rank no one. Yeah, because I believe kila mtu kuna vile kila mtu ako favored. Kila mtu ako na grace yake. So siwezi sema ati kuna mtu na rank anajua kuimba poa kuliko mwingine. Hata mimi siwezi sema ati najua kuimba poa kuliko mwingine. What I know is I can sing. Yeah, that's all I know. I can sing. Hapo But siwezi sema ati sasa najipiga kifua I'm the best musician hivyo wote. Hapo umenitupanisha na mbao. Umeambiwa chagua yule ambaye ni mwimbaji tajika ambao ungependa kufanya na yeye collab. Hiyo ndilo swali. Utachagua nani? Kenya ama? Whichever, ikuwe Kenya, nje ya Kenya, DR Congo, Amerika, ni nani? Nishakwambia atakuwa nani? Atakuwa Sarah K. Wow. Alright. Yeah. Sawa. Kenya atakuwa Sarah K. That is the only answer needed. Sasa sijui ni hivyo tu. Amekusikia mahali aliko. Sasa kita next time ufanye collab na mtu umuite. Yeah, nitachagua Sarah K because tumeminister na yeye Homa Bay. And I really enjoyed. Nilipenda vile yeye huimba. Yeah, you find a live, huh? The kind of the way she does her live music is so nice. Wow. It's okay. So I want you to give us a closure, your closure words. Kwa sababu nimeona kwamba hakuna maswali kwa sasa. Sorry? Your words of closure. My words of closure to everyone watching me.
Yeah, ama kabisa. okay, mimi all I can say kenye naweza kuambia wewe ambaye unanitazama ni kwamba trust in the Lord, because I believe all things work in goodness to those that love Christ. Hata kama unapitia magumu leo katika Yesu, jua kwamba Mm. kesho inabadilika, because Mungu ana mpango na wewe. God has a plan for you, na nao kupangia ni makubwa yenye hata wewe mwenyewe huwezi yajua, huyaelewi. It's for you to sit back, relax na ungoje Mungu afanye kazi yake katika maisha yako. Always believe in God. Hata ikifika ile time unaona kwamba maybe friends wanaweza kuambia huyu Mungu wako kwani yako wapi, mwenye hata amekuacha inasumbuka hivi. He is not asleep, he is still there, anafanya, ndo amekuweka uko hai. So don't lose hope, trust in God, things are changing for the better. Haya, mitambo inatatiza kidogo, lakini tutarejea kwake kwa sababu mitambo inamtatiza sana sana sana. I believe kwamba itakuwa vizuri pale akiweza kuingia kwa mara ya mwisho ili kwamba tuweze kumalizia, because she was giving us the last quotes, and actually I believe kwamba Mungu ni mwaminifu and he couldn't just leave us to be this way. Atakuwa pamoja na sisi all through and all along. We trust in him, and blessed is the person who trust in the Lord. That is why tulisoma Biblia siku ya leo, na tunaamini kwamba yatakuwepo namna hiyo, na kweli mambo yataenda sambamba na tena vizuri. Sasa tuweze kukwambia hivi, niweze kukwambia hivi siku zote bana, siku zote tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huu umbali na hii neema ambayo ametujalia katika maisha yetu. Usiogope kwa lolote, kwa sababu our God is a living Father. He will never leave us. He will never forsake us. He will always stand by our side. He will always make us stand in the name of Jesus. Thank you so much. Thank you so much. She'll be back in a while kwa sababu ni hali ya mitambo tu inatatiza, but I believe that everything is gonna be okay. Mambo yatakuwa sawa kabisa. Usiondoke, because she is coming for the last things, for the last quotes, and she is gonna to bless us. She is gonna bless us. She is going to bless us. That is, yeah. So usiondoke, usiende mbali, because we love you so much. So ukienda bana, nitabaki na nani hapa kwa sababu wewe ni wa dhamana sana. And actually I'm telling you kwamba itakuwa nzuri, itakuwa nzuri, itakuwa nzuri. She is coming, she is coming, she is coming, she is coming. Yes. And by the way, as I told you kwamba Mbarambamba he may be here the coming week, because we expect him right here the coming week. So usiondoke, usiende mbali. Coming next week tutakuwa papa hapa, and as a reminder is that she is coming, na tutakuwa tunakueleza kwamba the very last Saturday ya August tutakuwa na very great worship experience pale kwenye Deliverance Church. It's soon to be decided kama ni Deliverance Church ama ni kwingine, but the event haijakataliwa, it's there. So Benabi is among the musicians ambao watakuwa pale kwa hiyo siku ya mambo ya pale, mambo ya nini, mambo ya sure, itakuwa ni siku ile, hiyo siku ya, tunasema ni hiyo siku ya nini, hiyo siku ya
a live worship experience. So usitatizike tu, tutakuwa pale tukikuletea mambo vile mzuri mzuri tu kwa mfululizo, kutatizika kwa njia yoyote. All will be very very okay. Tatizike ndugu yangu, dada yangu, will be just live bringing you all that kabisa. Yeah, itakuwa ni nzuri sana ukifuatilia pale. Venano namerejea tena ili kwamba tuweze kumalizia, and actually vile nimekuambia kwamba pale tutakuwa na Venabi, tutakuwa na Speedix, tutakuwa na MC Vicky, tutakuwa na mtoto wa MC Vicky atatuambia huyu dada yetu, na baadaye tutakuwa na Ben atakwambia, by the way she is going to be she is standing in, atasaidia kwa mambo ya kukufahamisha ni watakuwa ni wagapi. Sasa mimi ndio nitawaambia ni muimba, ni mtumishi yupi atatunenea that very day. Yet to confirm. Vena ni kama inatatiza kidogo, but kama itakataa hapa, I'll just call her right away tuweze kujua. Tuweze kujua kutendaje baba, tukutendaje. Alright. My goodness. So let me just call her so that tujue ikiwa tutakuwa namna hii ama vipi. Tungoje nini? So that tujue kutana namna gani. I'm calling her on WhatsApp tujue mambo yalivyo kabisa. Tujue vile kutaenda kabisa. Right. Tutatulia tu. She is going to connect in a while, in a short time. Tusitie wasiwasi, usikuwe na wasiwasi. Everything is gonna be okay. Let me just try on a voice call. Ikiwa itakubali basi itakuwa ni vizuri. Mambo yatakuwa mazuri sana. Usijaribu tu kuondoka. Tuko hapa. And everything is gonna be smooth. Iko sawa ikiwa bado unaendelea pale, hii mitambo iko sawa hapa. Let me just finish all this. Let's get this advert alafu nitarejea. Je, umeamka vizuri? Kama umeamka vizuri, basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kushiriki TV na mimi Papa Isaac LENARD kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Itakuwa ni baraka tele, na hivyo ndivyo tumeanza kuleta hiyo baraka iwe tele kabisa. Alright, Venabi tumerejea naye kwa njia ya WhatsApp. Unanipata? Acha niweke volume pale. Yes, unanipata kabisa? Alright, ulikuwa unawasiliana na watu wa huku, waambie mawili matatu ya kumalizia. Kindly tuambie ya kumalizia. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Kumekuwa na shida kidogo. Mm-hmm. Yes. Mm-mm.
Mm. And I'm so grateful for wale wenye wamenitizama na kunisikiliza. Let God bless you so much. Don't you forget to subscribe to my YouTube channel. You're gonna be connection. And I love you all. And lastly, thank you so much, Papa Isaac, for hosting me. Let God bless you na kuinue. Amen. Yes. Na kwako milima haifanye tambarare. Kabisa. God bless you so much. Amen. Maybe kabla hujaondoka wasalimia wawili watatu so that tuweze kumaliza. All right. Mm-hmm. My family, my niece, Sheila, Mm-hmm. Unamwita Ngiradi? because she's here with me. Let us say hi. Hello. Sema hai kwa watazamaji na wasikilizaji. Wanasema hawajambo. Anakuwa mfupi hivyo. All right. Anyway, thank you so much my sister as a Team Sifa representative. I want to give you this time ukaribishe watu kwa hiyo volume yangu inasema inasema chai haijakunywa, lakini hebu tuseme sasa kama Team Sifa, just report on what we have as Team Sifa on August, the last Saturday. Wambie what we have planned on a live experience. Utawambia haya, wambie I think you know wale musicians tutakuwa na wao, so just name to them. Yeah. Yeah. Tutakuwa pale. Tutaona tu vile tutafanya. Sasa siji mimi nitatangulia ama mimi nitakuwa wa mwisho? Asa nimejua vile nitafanya. I know vile nitafanya sasa. Itabidi kwamba nimeanza na wimbo na nimeanza na kufanya introduction tu kidogo tu, sitaimba sana, hata 2 minutes imetosha, sio? Nitafanya nini? Ina reconnect pale, lakini wananiambia kama nitaweza kuimba unless niimbe mwenyewe. Haya, watu wamenizoea kwa kuimba, but it's alright, tutafanya vile tulivyo anavyonieleza. Lakini thank you so much for being right here. God bless you so much. God bless you and bless you abundantly. Thank you so much kwa sababu umekuwa locked tangia tulipoanza hivi sasa mwendo wa saa 2 dakika 6 tu. God bless you. I'm Isaac Leonard. Ama call me Papa Isaac Leonard. Pale Facebook unipata kama Isaac Leonard. Kwenye page yangu ambayo ni mpya sana, iko na followers 200 tu peke yao. Niite Papa Isaac Leonard na tutaweza kupambana na mambo ya hapa nje. Mungu akubarikie sana na kuzidishie wewe ambao umekufuatilia. Tupatane wiki kesho siku ya Jumamosi, but kwa leo nimemaliza. Kesho tupatane tena, tutakuwa na mwimbaji mwingine
ambaye pia atakuwa kwenye hiyo live worship experience. God bless you so much. Ndipo natamatisha nikipata hii SMS ambayo inasema kama good morning to you Nancy Kemto. And as a reminder ni kwamba subscribe kama wewe ni mgeni hapa kwenye YouTube ya Kisi Hot TV na ile YouTube ya kwangu ambaye naitwa Papa Isaac Leonard. God bless you so much as we finish, na kutakia heri njema, siku njema ya baraka. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Goodbye as I play this advert. So that tuweze kumalizia. Umka vizuri, kama umemka vizuri basi tupatane kwenye show ya sifa na ibada katika televisheni ya Kisi Hot TV na mimi Papa Isaac Leonard, kila Saturday na Sunday kuanzia mwendo wa saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Katika show hiyo tutapata neno la tumaini na tufahamu Biblia katika first hour na mahojiano na mwimbaji na shuhuda katika second hour. Usikose, maana itakuwa ni baraka tele. Goodbye for now. God bless you.